Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya haya lililopo nalo ni upendo. Sasa yapo mambo matatu Asante sana. Naona wazee wa kanisa wakifanya kazi nzuri, wa mama na kwaya, vijana wetu na master gari. Peni ikiwa mbaya unasema weka hiyo nyingine Patricia hiyo tena kama iko sawa. Asante sana, asante sana kanisa. Young couples sio watu wengi sana. Mambo kama haya yakifanyika nchini ya Afilite Sekema kutoka pale ofisini, tunafurahia tunapoona kanisa zetu zikitaka kuwa organized church. Asante sana masakari kutoka tabaka mbalimbali, wakiwemo kutoka South Kenya Conference wa masakari, wakiwemo Mama Rebecca na wengine wengi ambao wametoka Kibirichi na pengine pale. Hivi karibuni mtu anashuka mwevu, mwingine atakuwa hapa, lakini nataka tupite mara moja tuanze kipindi cha uimbaji. Nataka tupite mara moja tuanze kipindi cha uimbaji, angalau tupate nyimbo 2-3 hivi. Haya, asante fundi wa mitambo, kazi nzuri. Angalau tuingie katika kipindi cha uimbaji, alafu ndio wape matangazo. Itakuwa sitakuwa mwelekezaji, lakini wape matangazo kwa sababu ya uongozi huu na sura ya studio. Ghafla bunifu hivi mgeni atakapoingia na wageni wanakwaya na wanamasakai, tunasimama pale kwa mlango wa kuingilia, tuingie na ugeni na wageni. Hivyo ndivyo itakavyokuwa.
Asante. Tunapomalizia, we want to wind up, tuingie kwa uimbaji kwa muda mfupi tena. Asante sana, asante sana, asante sana. Nzuri sana. Naona wasema hajamaliza. Wasewiki wazuri sana. Asante sana. Wema mzee wa kanisa la Ombati ambaye ni rafiki yangu sana kutoka kwa department ya Adventist Campus, atuongoze hapa mbele ama atupe mwelekeo ni nini itakayoendelea, kisha baadaye tutaambiwa ni nini kitafuata. Mungu awabariki tunapokuwa pamoja. Karibu sana mzee. Asante. Asante sana kwa kupelekeza kwa marching. Marching imekuwa kitu nzuri sana, hata wazee wamemachi vizuri, kina mama wamemachi mpaka nimeona wamesweat. Ni vizuri kabisa. Asante sana kwa wageni wote ambao wamefika, wale walioalikwa, wale ambao wamejileta, zote tusikie ya kwamba tuko nyumbani mwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kubalie tuombe ili tuende kwa kipindi cha nyimbo. Mfululizo kwa nyimbo ambazo tuko nazo hapa ili tuendelee, alafu tukimaliza na nyimbo tutaenda kwa at least pictures kidogo tu kwa wale wageni ambao wako nasi hapa, wazee wa kanisa, tukisubiri wale wageni wetu wa kufungua kanisa hili. Tuombe jinsi tulivyo. Tunakushukuru Mungu kwa uhai, tunakushukuru kwa umbali ambao umetuleta, tunakushukuru kwa Yesu Kristo ambaye alikufa kwa minajili yetu na akatupatia ule uzima wa milele kwa kupitia njia ya imani. Tutakapoanza hii program kwa nyimbo, tuombe ya kwamba tupatie sauti njema ili tukutukuze. Mambo yako tukupitia jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Napoenda number 3, tafadhali we can go around, tukaribishane na pia ambia mtu happy new year. Yawezekana ya kwamba kuna mwenye yako ambiwa happy new year. So can you tell him or her so that you can make a year for him or her. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Upendo wake ulitupa Yesu aliyejitoa maisha yake tuwe nao uzima wa milele. Msifu tupite tusalimiane, uniasikia tusalimiane. Msifu watu wafurahi na uje kwa Baba kwa Yesu mwana wakamtukuze kwa zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu. Wanaomwamini na kuungama mara moja naye husamehewa. Msifu dunia sikia. Msifu watu wafurahi na uje kwa Baba kwa Yesu mwana ukamtukuze kwa mambo yote. Bwana asifiwe. Amen. Naamini ya kwamba tumesalimiana. Ambayo itatufungulia kwa nyimbo ni kwaya yetu ya Kibirichi. Tukae chini, tukae. Kibirichi Church Choir watatufungulia kwa nyimbo tutakapokuwa tunaendelea kuimba kutoka hapa mbele, wakifuatwa na wenyeji wana Beroya ama wenyeji wafungulie, ndio Kibirichi wakuja. Unajua
tuje tukaribishe wageni hapa wana Beroya tutakapokuwa tunaimba namba 15. Waje waonyeshe namba 15 wana Bereans Church Choir. Walikuwa wamefika, mje ili mtupee wimbo. Mangeno mone
Kama mpo ningeomba mwafuate kwa haraka. Kanisa mnasemaje? Amen. Tunashukuru sana wana Kibirichi kwa wimbo mtamu. Dorians wataimba wimbo ili wamtukuze Mungu. They will not be singing with the accompaniments, but they will be doing live. Ezekiel, you can come and do that song here with us. Karibu sana. Yesu anasema wewe una nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu, alilipa pena miwanaye dhambi ilitiawa aliiondoa. Bwana nimeona uwezo wako tu
wanae, dhambi ilitiawa, aliondoa. Ninaposimama juu ya mawingu, taji nitaweka miguuni pa Yesu. Alilipa pena wanae, dhambi ilitiawa, aliondoa. Amen. Vijana wetu kwa wimbo mzuri, wageni wetu ambao tulikuwa tumetarajia wamefika, wako hapa. Program nataka kuwapatia ni kwamba tunaanza kwa kupanda miti kwanza. Tutaanzia hapa juu. Miti iko miti karibu 11. Kwa hivyo zote tutaamka mahali tuko hapo, tuche hapa, tupande miti. Tukimaliza miti ndio tutaenda huko kwa program vile imepangwa. Kwa hivyo na waomba kwa unyenyekevu, zote tuche hapa. Kubwa tunayoenda kushuhudia ni kanisa la Berean kufunguliwa kuwa kanisa ambalo linasimamia. Asante kwa president wetu wa field, wazee wa makanisa wote na wageni wote ambao wamefika mahala hapa. Yesu Kristo, tuomba ya kwamba shughuli yote itakapoanza jina lako limediwe. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Asante sana. Kwa hakika lazima mtakuwa na furaha, maana nimeona hata mimi uzuri wa outreach. Maana tangu nizaliwe sijawahi kanyaga hapa. Kwa hivyo sivyo, hii kanisa imeleta mibaraka. Na sijaelewa kwamba hapa besides the lake kuna hata ardhi ya maana sana. Sijaelewa kama inawezekana. Kama hii. Yes. Uzuri wa evangelism. Kwa hivyo ningependa niwashukuru washiriki wote na pastors na pia pastors waliopita kwa bidii ya kueneza kazi ya kanisa. Wakafanya bidii, mkafanya bidii mpaka mkakuja kupanda kanisa hapa. Na kwa makusudi ya leo imewezekana kwamba mumeiweka katika hali ile ambayo mnaweza sasa kaa ndani wakati wa Pasaka na pia kutunza some of the church items safely in church. Kwa hivyo tunawapongeza sana kama kanisa la Wasabato kutoka ofisini kule SKF. Sasa hatua zetu za kuanza baada tumefanyiwa opening prayer. Next tutapanda miti. So that is the second step. Opening prayer and welcome. Then second tree planting. Now every step has a biblical meaning. So this step ambayo inafuata saa hii ya kupanda miti. Miti inaweza kupandwa mitatu representing the Trinity. It must have a biblical representation or significance. Ama kama sio mitatu itakuwa 7 representing completeness. Kama sio 7 itakuwa 12 representing the 12 tribes. Jinsi tutakavyoingia mbinguni, na pia the gates are 12. And if there is more land and blessings for more trees, lastly we can have 24 trees representing the 24 elders surrounding the throne. Lakini kwa sasa tutapanda 7, alafu baadaye wataweza weka 12 kuongeza 5 ili iweze kuwa hivyo. Sasa ni kwa nini purpose? Ni kwa nini kupanda miti?
when the children of Israel crossed the Jordan River under Joshua in Joshua chapter 4. Baada tu ya kuvuka, they were instructed to collect 12 stones and elect an altar. Na pia Biblia inaeleza kwamba ni kwa nini watoto baadaye wakiuliza, je, hii ni nini mlijenga hapa? Waliambiwa, mtawaambia kwamba hii ni ukumbusho ya maajabu jinsi Mungu alivyowavusha wana wa Israeli. Na mkiangalia hiyo story is a very unique one, kwamba walipokuwa wanaandaliwa kuvuka Jordan, hawakuwa na uwezo wowote. They had no any magic or an ability ambayo inaweza kuwawezesha wao kuvuka. But they were given a formula of which the 4 priests wangebeba the Ark of the Covenant, sanduku ya sheria, wawili mbele, wawili nyuma. Na ukiangalia hiyo story inaonyesha kwamba when the first 2 priests stepped to the water, kwa wale ambao mnapenda kufundisha stories za watoto, wale wawili walipokanyaga maji yalifanya aje? Maji yalitawanyika kwa speed ile kubwa, kuonyesha nguvu ya Mungu, the presence of God inapokuwa mahali. Na hata ndio hii imewezesha kupata hii, na ndio maana tunapanda miti as a memory in the future. Wakati wazee wametoka na wakina mama wazee, watoto wakiuliza hii miti ni ya nini, uwezo wa Mungu uliowawezesha washiriki wakati huo wakapata ardhi hii, na kazi ya Mungu ikaendelea. So we are planting trees as a sign of memory of God's great things which He does, of which sometimes we don't understand. Kwa hivyo sasa tutaomba ili tupate watu 7 waweze kupanda miti. Tuombe. Baba, ni katika jina la Yesu tunashukuru sana umetuleta hapa katika hii hatua ya kazi yako kuendelea. Tunashukuru sana, na tunapoanza katika hatua hii ya pili, tunaomba upendo wako uzidi kuwa pamoja nasi. Niombi katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Sasa tutaelekezwa kwa miti. Mtu wa kwanza utapandwa na our president. Mwelekeze mahali hapo. Fazenda good news. Mundi wa sita upandwe na iweze kumea, sivyo hivi? Iweze kuwa na matunda. Kwa hivyo Mungu aweze kuwasaidia sisi ili kabisa muweze kukua, muweze kutoka katika soko kule. Nani huyu mapepo ya mtamu? Nani huyu anayewaponya wagonjwa wakiwaamsha hata wafu waliolala? Watu walikuwa wanalia wakati tulipotumia samaki wawili na mikate mitano tu. Nani huyu tufani zinamtii? Nani huyu mapepo ya mtambua? Nani huyu anayewaponya wagonjwa na kuwaamsha hata wafu waliolala? Awaridhishaye maelfu ya watu kwa kutumia samaki wawili na mikate mitano tu. Yeye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyeyatenda zamani makuu na leo anayatenda. Hajakufikisha umbali huu, aliyekungoangusha sasa. Amini, amini yuko karibu kuku
na leo yu miongoni mwetu, aliyeyatenda zamani magumu na leo anayatenda, hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yupo karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Tunapowajulisha nguvu za Bwana na miujiza aliyoitenda, hatufuati hadithi zilizotungwa kwa werevu ili kuwadanganya tu, bali tumeshuhudia ukuu wake, nawe amini, hakika utaona uzuri wake. Tunapowajulisha nguvu za Bwana na miujiza aliyoitenda, hatufuati hadithi zilizotungwa kwa werevu ili kuwadanganya tu, bali tumeshuhudia ukuu wake, nawe amini, hakika utaona uzuri wake. Yeye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyeyatenda zamani magumu na leo anayatenda, hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yupo karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Yeye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyeyatenda zamani magumu na leo anayatenda, hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yupo karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Yeye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyeyatenda zamani magumu na leo anayatenda, hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yupo karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Yeye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyeyatenda zamani magumu na leo anayatenda, hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yupo karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Yeye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyeyatenda zamani magumu na leo anayatenda, hajakufikisha umbali huu, aliyekuangusha sasa. Amini, amini yupo karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Hilo ndio lengo kuu sana kanisa hili la Kiadventista. Vizuri sana viongozi wa kanisa hili la Kiadventista. Kumbuka mji huu wa Bethlehem, namwona mzee wa kanisa kutoka Kibirichi pale. Hakika ukweli wote ninawaona, asante sana. Asante sana, asante sana. Haya.
flower. Kwa hivyo nitaomba hiyo nafasi kwa kipekee kwa Scarving and then necklace flower. Fundo mtambo nipe bendi tafadhali. The first six of Scarving. March forward from your duty. Furahi na mama yetu kwa Traders and Mastercard, mama ambaye imetufunza kazi Violet Quick. Asante sana. Hiyo ikoje kwa necklace flower, wasimame hivyo na wao. Nataka sasa tumeongeza mgeni mwingine, tunaanza with the party setting. Ili mgeni wa heshima yeye atawekewa kutoka nyuma yake. Necklace flower, march forward perform your duty.
Baba na Mungu wetu, asante kwa masaa ya kipekee ambayo tumefika. Shughuli ya siku leo inapoendelea, sisi tunazidi kukushukuru kwa maana tumeona mkono wako. Endelea kukua nasi mpaka tutakapofika mwisho wake. Tena utusaidie tuweze kupata uzao mwingine kwa ajili ya kazi yako. Asante kwa jambo hilo la kipekee. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana wetu tunamoja sema amen. Amen. Hapa ndipo pahali pa kuwa Waberoya ni watu wa
upendo, amani na umoja. Tuchuchumilie wokovu, bado hatujafika safarini. Hapa ndipo pahali pema, na nifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Hapa ndipo pahali pa kuwa Waberoya, ni watu wa amani. Tuishi kwa upendo, amani na umoja. Tuchuchumilie wokovu, bado hatujafika safarini.
direction from the Jioni ya leo hamjambo. Hamjambo. Kimbia mulingo kobokinda tingi mwa. Karankwani, you look good. Basi nachukua fursa hii kuwakaribisheni nyote ambao mmekuja kwa tamasha hii ya kufunguliwa rasmi kanisa la Berea, na popote ambapo umekaa jihisi salama, na kualika tena na kukaribisha kabisa na kushukuru kwa sababu umepata nafasi ili uje kujumuika pamoja na sisi kwa sababu ya ufunguzi rasmi wa hili kanisa. Basi hebu nione Wakebirichi waliokuja, Wakebirichi kabisa asubuhi pale kwa maombi ni Ogembo. Hebu niwaone nyinyi, mtasimama niwakaribisha kwa njia ya kipekee, na nitaomba yeyote aliye karibu na wewe, ukiona mgeni amesimama karibu na wewe, mshike mkono, mkaribishe kwa niaba ya Umulisia. Mshike mkono, mwambie karibu. Basi jihisi mko nyumbani. Kisha najua ni mama amekuja kutusalimu. Kanisa la Ugembo Good News, ninajua kwa moyo wangu wote kwamba wangekuwa hapa kwa wingi sana, lakini asubuhi ya leo tulipigwa na pigo la kifo. Uspea msimame. Kanisa mama ambalo ndilo limetutusia na lile atutusilie. Karibu sana. Namuona Omodikon Maera Joseph Mwesi piga kitokorera biamono eigwe nka nande maye bono timaite ababero yangu bali gani kusinko bateimori gani abageni. Basi hebu abero ya nyote msimame, mukaribishe wageni wote ambao wamekuja kutufuatia sheria hii. Abo bako bali gani na niseme hivi, abalisi barororo tokorere gabalisi amulisia na barora kaimwenda gochi Ombati abadikon. Kuna sababu nasema hivyo, ndio tukipeleka ombi kwa ofisi kwamba tutagete komenta abadikon barora mna to ebono wako watatu pale, nanyi tupungie mkono. Umbongi Isaboke ande mokua pale ng'ombe kule ng'ambo. Deaconesses hapo tumebarikiwa, lakini si sana, nanyi punga mkono. Nimeona Ruth pale, nimemwona Epsiba, Linet, Nora, Edina, Kareni, Rose ama na Rose, nyote karibu sana. Na kufikia hapo, nichukue fursa hii nimlete msaidizi wa pasta ili atuletee pasta atuendeleze kutoka hapo. Balenga bawachanga bono tige program eminyoke elile tonyora manganayo. Karibu sana. Egere atuiraze program biamon. Asante kwa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Balenga bali no moko batali na ndamwemu. Biamon, asante nyasabaseni. Kwa sababu hiyo naomba, muda umeenda sana, naomba wafuatao watusalimu mahali walipo. Shevadeses ambao wako katika mkutano najua wapo, naomba msimame Shevadeses. Yuko pale. Yes. Hawajajulikana vizuri, naomba mtembee kwa mbele haraka. Tembea. Shevadeses, naomba mtembee. Kisha baadaye Pastor Joshua Otori, our chaplain Elsa, naye pia atatusalimu. Kisha baadaye nitawaelekeza vile tutafanya. Naomba mtembee kwa mbele haraka. Kisha baadaye nitatamka tu jina na mchungaji wako anaitwa nani. Tusalimiane hewani. Purity Kwamboka Nyagisera, Mrs. Pastor
Isaac Nyagisari. Na wasalimu nyote, hamjambo? Hamjambo tena. Kwa majina ni John Pastor Melkisedek Mogire from nitawaambia baadaye, lakini tuko pamoja, naishi huko juu, huwa nashiriki Bereans. Mnasema aje? Karibu, asante kwa kuja kushiriki na sisi. Mwenyekiti wetu, our district pastor, wazee wa kanisa na pia washiriki na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Ni wangapi wako na furaha jamani? Kama una furaha nipungie mkono. Bwana asifiwe. Si tuna furaha? Asante. Tunaombea kanisa hili liweze kukua zaidi mno. Wazee wa kanisa, mlishe kondoo walio katikati yenu. Mungu awabariki. Niliona kutoka Kisii New Life asimame atupungie. Wako wawili, there are two. You are special visitors to us. Njoo kuja mbele mseme. Njoo tu jina. Yes, asante sana. Mungu awabariki sana kwa kutembelea. Enye ombego tarunava genikasege sesenirie. Na mjambo, Jared Makoli Ongubo, pastor wangu anaitwa Joas Magati. Nabo kwa nini mrase monene? Analiogeshi. Kisinyala. Karibu sana. Thank you so much. Tunashukuru sana wazee wetu kwa kufika hapa Ugembo District katika kanisa letu la Berean. Kwa hivyo tunaenda katika speeches kwa dakika moja. Lile jambo ambalo ungependa kuliongea siku ya leo ulitamke, ili tuweze kuingia hapa mbele, tupatie mwenyekiti nafasi, kwa sababu yeye ndiye mgeni wetu mkuu na ana mambo ya kusema nasi kabla hajafungua kanisa kirasmi. Hebu niweze kuona mzee Joseph Okindo ambaye ni church clerk kutoka kanisa letu la Ugembo Good News, kisha baadaye development chair wa Berean Mr. Umache, and then tutamalizia hapo. Tutakuja hapa mbele, tutapata Elda Unyancha ambaye atazungumza kwa niaba ya wana Good News. Asante sana mchungaji, viongozi wetu kutoka SEKEF, president wetu na viongozi wengine. Nataka chukua nafasi hii kwanza kuwapongeza kwa kuchukua muda kuwa nasi katika kanisa letu la Bereans ambalo ni mtoto wetu wa Ugembo Good News. Tunashukuru kwa sababu Mungu ametujalia tumepata uwanja huu na kanisa hili limepandwa hapa kwa ajili ya wengi, ili waweze kupata Mwokozi Yesu Kristo awe katika maisha yetu. Kile ningependa kusema ni kwamba kanisa hili limewekwa hapa kwa ajili ya sababu fulani. Mungu ana kusudi la kuweka kanisa hili lake hapa, na mimi ningependa kuwatakia kila laheri hao watoto wangu ambao leo hii mnaenda kujisimamia kama mtoto ambaye amekuwa na amemachua. Kwa hivyo mchunge kazi ya Bwana. Vile nimesikia mkiimba hapa wimbo mzuri sana. Bereani sisi ni watu wenye nini? Upendo, amani na umoja. Kwa hivyo nawatakia mema na tuwe tunashirikiana. Hata mkiwa hapa mkumbuke mama huko Good News, na sisi tutakuwa tukija hapa kuwasalimu. Kwa hivyo nawatakia mema na Mungu awabariki. Asante. Asante sana development chair Mr. Umache. Asante sana pastor kwa nafasi. Mgeni wetu kutoka field, president wa SEKEF, washiriki kutoka makanisa mbalimbali ambao mmehudhuria katika hii sherehe ya muhimu ya siku ya leo. Bwana yu mwema. God is good and all the time God is good. Nichukue muda mdogo vile pastor alisema, kwa sababu muda umeenda. Ningependa kumshukuru Mungu kwanza kabisa kwa njia ambayo ametuwezesha tangu tutoke Mother Church kule Ugembo kuja katika hii Sabbath School ambayo leo inafunguliwa rasmi kuwa kanisa. Mungu ametuwezesha, amejifanyia kazi kweli kweli kupitia kwa washiriki wa
Bereans. Nataka kushukuru wenzangu ambao tumeshirikiana nao kwa sababu walikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu ambaye aliwaguza mioyo yao ikawa nyororo kwa kutoa, na wamepata kutoa kidogo kila ambao wamekuwa nacho, tumeweka pamoja, ndio imetuwezesha kufika katika hiki kiwango. Pasa fungu ambalo limetuongoza katika kutekeleza hii kazi ni 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ambayo inasema God loves a cheerful giver, that when we give we should give willingly, not reluctant, not by compulsion. Na tumehimizana kwa hilo fungu hapa. Mungu aendelee kutusaidia na tufanye zaidi ya hapa. Asante sana. Fursa hii, our field president, wageni wote, our pastors na wenyeji, hamjambo? Mbiamurelaki mkoani lenu. Nataka kumshukuru Mungu wetu kwanza, ni kwa sababu ya maajabu haya. Hakuna mtu ambaye alikuwa anatarajia kwamba siku moja tutakuwa na kanisa hapa, lakini kwa sababu ya mpango yake ambayo hatuna uwezo juu yake, jambo hilo limetimia. Nataka kuwashukuru wote wale ambao wamesaidia katika kuwezesha hili liweze kutimia. Mungu aendelee kuwa nanyi, atembee nanyi mwegemee kwa kila jambo, na tutaona makuu katika sehemu hii. Mungu awabariki. Asante. Asante sana. Awalei wetu wa Ugembo, karibu sana. Mungu akubariki. Twakuwa na nimbi ya muda nainde wano ndete nkwa na mangana abere ingane limo ina nidi president yitunga mbia muno asinge njanyo lieli baga yogo cha otenge kanisi yebe kanisa yetu nerete yongo mwire ni ngambia muno asinge njunga na tuanjete muni district egente kama tuanjete gelinga gartoko yando obisi ya tubugate ngana ye district igotole orderly toko make sure abalizi chikanisa Johnson njire represented ya gartoko yando obisi ya amba ibere to make sure omole yo ito we station nero to dangini wicho asinge njeyo tuagenda tuabolie kitotagete tutalikwenda kumana igorende onyonde orororo kolengera lingana bona indara aite agenda kuli present the district atabuga the protocol yo abonga gretenga umurayo ita bara moeli chibuli mu wenerete tiga na inde ngireli bageliga ndabya bapereanga enjira twa cyakire nonye naso kurwa itoira na maga onye kunyalikana tomente mono kujimutu ekiagera ndura exhaust our potential egento kende ngelianga itole ngenga nkwaga jatole tuwebe korwe tais nechi sadaka jinde ebinte byonsi bya Nyasaye onye tutagete gukore egeito gesakizidi kuika tosukumine bya Nyasaye pamoja senjerende ekero togote gumna bono togote unga emianeta kire anyagicenje to baba tangani kurwa bono tinda tukwana mange na ndi mwenzi na onda tuko baliga ni ituko lya Jumamosi asinge njunga na inde munyakero go itumuna atwanjete na inde na bonka kire tinga na bala chabe na intu oitania ali munyakero gago cha kotokorera na inde arama ya ndotu aru gusangeri goke asinge ncho yugo kura ga deni katika ritaka ke yugo go plot ye akake iplot ye jali ngibere lia tuakorire ne tigare take ukense ma bono kura nyo go wat siringi 50 siringi 20 to jitikanka ojije na kirocho egere to yekesani na indete gutanga ngatobuga atyo bereka ese gotoka ngatobuga ati ayencho sasime ata wesina sa tokonya togendere ne program negere wene mbia mono William.
nimkaribishe Lonyancha ambaye ni mzee wa kanisa letu la Good News atotebie ngane yemo, kisha baadaye nimeona wageni wengine wameingia. Our field president na wachungaji wengine ambayo Mwakamban, elders wote mko hapa na washiriki wote na wageni, hebu nifungie mkono. Habari ya jioni. Sisi kama Mother Church tumejumuika hapa kuona vile mtoto wetu anaendelea kukua na atakuwa organized church. Kiamuka tumempoteza mmoja wetu, ndiposa muone washiriki wengi hapa. Tungali na furaha, tunaweka mtoto wetu kando, lakini pia tuko na majonzi kwa sababu tumempoteza one of our members. So tunaomba mtuombee sana. For the Sabbath school, as a Mother Church, ours is to wish you well. Vile mumeimba, I want to believe you will embrace the same message. Be united, work as a team, love one another, and above all, we expect that this church will grow like the early churches we learn in the Bible, with a lot of Bible study and fellowship, and also loving each other. I want to believe, as your Mother Church, you will not forget us. You will always remember your mother. You come back and say hi to us. And as your mother, we shall also remember you, and we shall work together. We want to pray for you as you start, and we want to wish you well. Mungu awabariki sana. Asante sana Awale Ogembo Station. Ishara ya furaha kwanza. Tufanye hivi. Okay. Naonekana salama na inaonekana kama mlikuwa tayari. Asante kwa nafasi. Kwanza kwa wale wageni, mimi naitwa Onsakia Hudson Lay Ogembo Station. Furaha yangu nimeona leo kwa sababu kwa hii season after camps, bila camps ziliisha hivi, kwa station tumefungua, hili ni kanisa la 8 Ogembo Station. Sio ni mzuri? So nasema President asante, na ni kwa sababu tunashirikiana na ofisi. Hatujaifurutana na ofisi. Ile elder wenu walisema tukitaka kuenda kuongea maneno tunaenda polepole, tunaketi, tunaongea na tunasuluhisha. Ndio sababu kama hayo yanatendeka. Kuna kwingine wanaenda naambiwa hiyo kanisa haifunguliwi. Mwisho jana tulifungua makanisa 3 huko Kenyoro. 3. Tulianzia Jericho, tukakuja Namba, alafu tukaenda Gitumbe. Na leo asubuhi tulikuwa Uplands na tumekuja hapa. Vile tunatembea hivi wanasema ukienda chukua salamu sana. Unazipenda? So langu ni kusema kwamba tukingoja kanisa ingine ifunguliwe baadaye, tunaweza sema kwa sasa tunaona vile tumeona, ngawa wengine wanakuja, inaweza kuwa ya mwisho kwa sasa. Tungependa kusema kwamba ili kanisa ambalo ni la mwisho limekuja kwa speed mzuri. Unajua kuna wakati mmoja kitambo kulikuwa na kuku ilikuwa ya kienyeji, alafu ikakuja ingine inaitwaje, improved kienyeji. Wakati hizi kuku zinazaliwa pamoja, ukipata zimeangua pamoja, ni gani inaenda haraka? Improved inaenda haraka. So nimeona kama hii ni improved, ni improved because zingine kama saa hii tulifungua kanisa ambayo ilianza 2015 na hii ilianza lini hawajui. Ilianza lini? August. Hata mwaka hujafika. Si unaona ni improved. So ningependa bila mnakuwa haraka
najua because report zenu tuko nazo. Hilo mnakuwa haraka tena, inaonekana kwamba mko na ule moyo wa kuendeleza injili. Ijae nimeona hata mmeongeza uwanja. Ijae waweke complex church. Complex church ni vile tutaweka kubwa kuliko hii hata mara 3 na ijae. Sitawezekana. Mungu awabariki, tuendelee kufanya Mungu. Asante Our Lady of the Union. Karibu. Asante District Pastor, our field president, our station director, na wageni wale wote na Wakristo, hamjambo? God is good all the time. Ni vizuri sana tumsifu Mungu kwa sababu kwa wengi hii ilikuwa ni ndoto ama namna gani? Kitu ambacho hakingewezekana, kwa sababu utapata habari kutoka First Elder hapa, ilikuwa ni gharama. Nishukuru wale walilete maombi, pia wakaweka mkono mfukoni ili mahali hapa tuketi tumefurahi. Kwa sababu tulihangaika mwanzo tulihangaika, lakini Mungu ni Mungu, na ya Mungu yanawezekana. Kwa vile tunavyoketi hapa tena tunasema tuongeze na itawezekana. Nataka kumalizia hapo. Nishukuru sana wenye walitoa kiwanja hiki, nilishirikiana na wao, walikuwa na roho safi. Karibu Yakobo leo yobate nkole ndabuse roho safi. Nishukuru wazee wachache akiwemo ndani yenu mzee Joseph Okindo, simama. Nilikupata, ulikuwa kama daraja, na mzee Richard Onsabwa kwa kichini alikuwa kama daraja. Maita wantu bali wa kolega mtani koro, lakini walifanya kazi ya ajabu. Sisi tulimaliza, lakini hao ndio walifanya kazi ngumu, na wengine ambao sijawataja sana. Kanisa ni nini? Kanisa ni watu gani walioitwa wakaitika, sio vyumba, sio chumba. Na uzuri mmetafuta jina nzuri sana kwa Beroya, na mmeimba vizuri, nikawaona wa Beroya wale wa zamani nikawaona leo, na waombea muendelee hivyo. Sitakuwa na mengi, asante. Basi tunashukuru, tuwaombee waendelee vivyo hivyo. Basi naomba mzee wa kanisa Elder Gadi utupe historia kidogo ya kanisa, kisha baadaye ukimaliza our station director utakumkaribisha mwenyekiti aendelee kutoka hapo. Asante sana pastor, takuwa mfupi sana na nitatoa kwa muhtasari zile hoja ambazo ni za muhimu. Hakika kanisa la Beroya limetembea safari ambayo si rahisi, na safari ambayo ni Mungu ameiongoza na ni Mungu ameipitiliza kiasi kwamba tumefikia hapa tulipo leo. Waliotangulia wametoa shukrani kwa wale wachache ama baadhi ya watu wachache waliojihusisha ili kanisa liwe hapa. Our president, ningependa hata unaposimama kusema jambo hapa ujue kwamba kanisa la Mama Ogembo Good News limekuwa na hitaji la kufungua Sabbath School kama miaka 15 iliyopita, miaka kumi hapo. Likaja kiwanja kikapatikana sehemu fulani, hata tukawa na kanisa
la kujaribu kule kwa shamba la mzee Nyambane, lakini pia ikaenda hivyo. Namshukuru Mungu kwamba ilipotimu mwaka wa 2023 kwa uongozi wa pastor aliyeenda, Pastor Kevin, ambaye tunamwenzi sana, tunamshukuru na tunamwombea Mungu amlinde na amjalie alikoenda, kwa sababu ya kasi yake na kazi yake na uongozi na utangulizi wa Mungu, kanisa hili lipo. Tukawa na crusade kubwa hapo kwa stage, we call it, was it city evangelism, na tukapata waumini ama watu wakajiunga na kanisa 157 na wakawa watu wengi kiasi kwamba ikaonekana hawa watu waanzishiwe kanisa lao. Wakapokea mafunzo kwa miezi 6 na baadhi yao wako makanisani mwetu and they are very 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 serious. Nimewaona kama 3 4 hivi. Ndugu Julius uko wapi? Ndugu Richard uko wapi? Ningependa tu msimame. Alafu kuna yule wa Good News aliyetalikwa ndani Sireli, I saw you, nilikuona. Kuna yule mama wa Good News, hata nilikuwa ndio yule pale nyuma. Wameingia kwaya, wengine wanafanya kazi, unaweza fikiria ni madiko na madiconesses, na nashukuru mkae. Basi kundi hili likafunzwa chini ya uongozi wa mzee Joseph Okindo, ambaye tunamjua, atupungie mkono, akiongoza kundi kuu zuri la wazee 4, mzee Okindo, mzee Ogembo, mzee Charles Onchomba na Deacon Hezron Oyaro, wakawafunza. Na sasa hitaji hilo la kuwafungulia kanisa lilipokita kabisa, tukaanza kutafuta kiwanja. Mwaka 2023 viwanja vilipatikana vingi sana, vingi. Hata kingine ni hapo tu pembeni, tukaenda tunaongea bei. Haya, siku ya kulipa inafika, lakini makubaliano tena yanatibuka. Lakini kinachonifurahisha na ambacho kimenipa funzo ni kwamba pale Mungu ambapo amekusuhudia, basi ni hivyo. Hili ndilo lilikuwa shamba la kwanza kabisa kutokea, lakini pia likaenda hivyo. Huo ni mwaka wa 2023, likaenda hivyo, na tukaenda likapatikana hilo lingine, likapatikana hapo karibu na kanisa la mzee Ondieki. Pia mambo hayakwenda sawa, lakini ilipofika mwaka huo wa 23 kwenda mwisho tena, pakaonekana na mwanya wa hope, tumaini kwamba kiwanja kimepatikana. Hata makubaliano tukafanya, tukaandikiana, hata kisehemu cha fedha kikalipwa, lakini pia hiko kikatibuka. Mwezi wa 4 kiwanja kikapatikana hapa, na haraka sana, kwa sababu niliwaambia pastor alienda alikuwa na kasi kwa kufanya vitu vyake, akatuweka pamoja, fedha zikapatikana, tukafanya maagano, kiwanja hiki kikalipiwa sehemu. Na Mungu anavyojifanyia kazi, kipande cha pili kikajitokeza. Yule mama Mary Ngwachagose nilikuwa nimemwalika, lakini nilipompigia simu akanitaarifu kwamba uchire gusamura gagukora nguchari gatimoko mondorera Montebie. Naye akasema kwa sababu vipande hivi viwili vya ardhi ni ndugu, pia akasema mimi changu siuzi yoyote, hata akatuletea stakabadhi, akasema chomorore mna mogo nkora. Ona vile Mungu anavyojifanyia kazi. Na kwa sababu hiyo, mahali ambapo kanisa imekaa, kwa haraka sana tukakuwa na mchango mwaka huu. Nataka kutangaza kwamba kipande hicho kimelipiwa, hatuna deni lolote, na ndio maana kanisa limesimama pale.
Nichukue fursa hii kuwashukuru wa Ogembo Good News district nzima, kwa sababu ni kwa ushirikiano wenu ambapo tumefika tuliko. Lakini zaidi sana nikawashukuru wa Berea kwa sababu mumekubali kwamba mujitoe, Mungu akawatumie. Kwa sababu pasta, kwa muda huu wa miezi kama 6 wa Beroya hawajalala, ni mwaka mzima. Kanisa kama hiyo, wale ambao wamefanya ujenzi ni kama 1 milioni. Naweza ona ni magogo na ni nini, lakini pesa zimeenda pale. Kile chumba cha usafi cha kisasa, na washukuru kwa sababu mawazo yanakuja mageni. Nilikuwa na wachekeza wa Berea kwamba ndio mnafikiria mmejenga vyoo vya kisasa, lakini tukifungua Sabbath school nyingine mtaenda pale ku benchmark na umoko enda mochukuro ranganki bako, because watajenga zuri zaidi. Na vile Mungu ambavyo anaendelea kutupa neema na anavyoendelea kutubariki, hivyo tunataka kusema kwamba ilipofika Disemba tarehe ngapi? 2 tukafanya mchango, tarehe 7 tukafanya mchango, tarehe 10 na ngapi? 23 tukafanya michango, ndio ikafanya fedha zikapatikana. Lakini huduma yetu ya kwanza kama wa Beroya tulifanya tarehe 17 mwezi wa 8 hapa, tukahubiriwa na ndugu Osaso Samuel Osaso. Unajua kwa bamu hapo tumezoeana bamu hapo. Sasa hilo la pili linanipiga chenga, na tangu hapo tumetembea hivi hadi tumefika hapa. Mwisho nitoe tahadhari ama nitoe a compassionate appeal. Hebu na huyu Mungu ambaye amejifanyia kazi kupitia kwa sisi, tusichoke ama tusiponyoke kutoka kwa mikono ya Mungu. Tukubali tukatumike, kwa sababu hili ni dhihirisho tosha kwamba pale ambapo tunakubali kutumika na Mungu, mambo makuu yanakuwa. Na hii ni dhihirisho tosha, kwa sababu wanaokuja wanauliza mumekaa hapa miaka ngapi? Swali gumu kulijibu. Na unaposema ni miezi 3 4 hivi, mwingine labda anawezaona ni kujipiga kifua, lakini it is a demonstration of what God can do if we allow him to use us. Kwa hayo mengi na machache, nikubalie niseme kwamba Mungu abariki kanisa lake, Mungu abariki Beroya, kwa sababu ndio mahali pema, ndio mahali tunapostahili tuwe, katika jina lake Yesu. Mwana sumo gano mwingo mutambe nyasago seni umurandia atandi mu station director a statement yo ali gani munyakirogo ekora litukonelia hali arenge. Nami na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Asante. Nami nashukuru sana kuona kanisa hili napojifunguliwa siku ya leo kwa vizuri sana. Kutoka kwa Eldagad ambaye alikuwa ni youth leader wangu tukiwa daraja 2, na alikuwa Kiswahili chake siku hiyo sisi tulikuwa tunasema hatutafikia. Akianza kusema ni wakati wa mdahalo, basi sisi zote tunaenda hatujui ni nini inaendelea. Kwa hivyo Eldagad, thank you, may God use you abundantly. Walianza wakiwa kikundi kizuri, na Mungu azidi kuwabariki wote washiriki wa Good News. Tunashukuru sana, kwa maana kila wakati watu walikuwa nasema kanisa linatakikana pande hii. Hata Tendere ilikuwa nasema kanisa linatakikana pande hii. Tuliposikia Good News imeleta, tunashukuru kwa vile wengi watajitolea kuja katika kanisa hili. Kwa hivyo nami vile amesema ni Pastor Evans Atandi Tongi, mchungaji wa Tendere District, Station Director wa Ogembo Station. Hivyo nachukua wakati huu kumkaribisha mgeni wetu ambao amefanya kazi kubwa vile Lei amesema kwa station hii, kika kanisa la 8 kuwa organized
sio kazi rahisi. Kwa hivyo tunashukuru ofisi lote kwa vile wamejishirikiana, wameweza kutufungulia makanisa hayo ili kazi iweze kuendelea katika station hii. Hivyo namkaribisha president wetu, yeye ako na yote ili atupatie, kwa sababu hili ndio kanisa la mwisho kwa wakati kama huu. Karibu president wetu. Napenda kushukuru uongozi wa station akiongozwa na station director na lay, uongozi wa district kiongozwa na Pastor Rex, na pia wazee wale wanamsaidia, lay wa union, lay viongozi wa makanisa, wazee, judge board members na washiriki. Bwana ni mwema na siku zote, na mimi ninaichukua kama nafasi ya pekee kuhusika katika kutenga hii kanisa kama kanisa rasmi ambayo inafanya mambo ya kanisa ya mission. Na Mungu amewasaidia ukweli, kwa sababu niliposikia kwamba kuna mpango wa kuanzisha kundi kutokana na Ugembo Good News, nilitoa maksi mingi sana kwa hilo wazo. Unajua, ukifika kwa district kama pastor, kuna vitu unaangalia tu, hata kama havitawezekana wakati wewe uko hapo, lakini mawazo yako yanaona kwamba kuna njozi hii kwa wakati wake ikitekelezwa itakuwa vizuri. Mimi nimekuwa hapo Ugembo Good News kwa makambi, nafikiri ilikuwa maybe 2021, ni 2021, sitakumbuka vizuri, maybe 2021 nilikuwa kwa makambi hapo. Lakini kando na hapo, ni kama tena kuna wakati nimepita hapo nikaona congestion kubwa, hata kuweka magari, hata kambi yenyewe. Ukiangalia hiyo space, ibada ya kila wiki. So mambo kama hayo ni yale yanakusumbua, lakini uliyawezekana usiwe na jibu wakati huo. Kwa hivyo tuko hivyo as pastors. Pastors are trained to be sensitive on the needs of members. Sometimes we may communicate or we may reserve depending vile umeona itawezekana. Mimi niliona tu nikaenda, lakini baadaye nikakuja kugundua kwamba pia na nyinyi inaendelea kuwasumbua kwa muda mrefu, na pia Pastor Kevin, kwamba inawezekanaje muweze kupungua, yani muweze kutoanisha washiriki, muweze kutoa congestion of members from the congregation kwa ajili ya kazi kuendelea vizuri. Church planting, katika vitabu vyetu vya kanisa CDA kuna kitabu ya wachungaji ambayo inaitwa Ministers Handbook. Hiyo kitabu ya Ministers Handbook inasema one of the successful ways of church growth is planting of new congregations. That's one of the successful ways. Kwa sababu nyingi tu, lakini chache ni kwamba mkiweka kundi mpya, more talents are identified. Kwa sababu watu wanapokuwa pamoja hivi, na nimeona tu as a pastor in the district, unaweza pata walimu wengi
wanakaa park bench, kwa sababu hawatapigania viti vichache ambavyo viko mbele. Watapigania kweli? Watasema na mimi niweke hapo? Hawatasema. But imagine some talents are being wasted by being idle. So tunapofungua kanisa sasa, unapata vipawa vingine vimeonekana. Huyu alikuwa ameketi tu hapa, ni development director, lakini kwa main church alikuwa na nafasi and many other departments. Kwa hivyo Ellen White, Mama White ana confirm hivyo kwamba one of the successful methods of church growth is planting new congregations. So pamoja na zingine nyingi, apongeza sana washiriki na komiti yote kwa kufikia lengo hilo. Sasa mimi sitahubiri kwa sababu it's not a preaching day, it's more of policy guidelines. Kwa hivyo tutaomba ili nitoe mwongozo vile tunaenda, ili tumalize. Tutahubiri Sabato. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru sana kwa sababu umetuleta hapa ushuhudia kwamba unafungua na kupanda kanisa hapa kwa ajili ya kuendelea kwa kazi yako. Ni kweli mbingu inafurahi wakati kazi yako inasonga karibu. Mifuko yote na pesa ambayo imetumika uweze kuibariki. Na sasa tukiendelea katika sehemu, niombi katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Sasa tulipoanza tuliomba, tulikaribishwa, tukapanda miti na ingine itamaliziwa hapo. Sasa sehemu nyingine hapa ambayo inafuata is sasa tunapotenga kanisa tunamaanisha aje? Ukiangalia chapter 5 of the church manual inasema a church is organized by an ordained pastor on the recommendation of the conference executive committee or the administrative committee, ile ambayo inafanya on behalf for the procedure organizing that is recorded here in the church manual. Ni lini inakuwa ni vizuri kufungua kanisa? When a company of baptized believers is prepared to assume the responsibilities of an organized church, it must consult with the conference president and obtain approval from the conference executive committee or the administrative committee prior to seeking a date for the organization to take place. Hayo yamefanywa. When the baptized believers assemble on the agreed upon date today, the individual officiating should first present a brief review of the fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. Sasa ninauliza Mama Nora, nilikupea assignment, nipatie yule mtoto ambaye atatupeleka through. Nimeona ni vizuri kuhusisha idara hii watupeleke kwa 28 fundamental beliefs. Wakisoma zote, I will make just a statement ambayo inaunganisha zote, alafu tuendelee. So Madam Nora atatuintroduce kwa hii idara yake ya watoto. Hawa watoto ni wa kikundi cha kindergarten, watatuambia majina ndio watuambie 28 fundamental. My name is Benson Marant. The word of God, Trinity, God the Father,
God the Son, God the Holy Spirit, creation, nature of humanity, the great controversy, the life, death, and resurrection of Jesus Christ, the experience of salvation, growing in Christ, the church, the remnant, and its nation, unity in the body of Christ, baptism, the Lord's Supper, spiritual gift and ministry, gift of prophecy, the law of God, the Sabbath, stewardship, Christian behavior, marriage and family, Christ ministry in heavenly sanctuary, death and resurrection, millennium, end of sin, new earth. Thank you so much. Mnasema aje? Say amen. Sasa hiyo ndio kanisa. So we are planting a church of that kind, where the center of emphasis is the Bible, discoveries. Sasa wamefanya hiyo sehemu. Unajua hiyo ni sehemu kubwa sana yangu wamefanya, because it could cost me to go through the fundamental beliefs. Sasa niseme hivi, ni kwa nini tunakuwa na uasi wa masoko kama hapa, ama kuacha kanisa? Ndio uasi, lakini pia mtu anaweza kuasi kwa kuanzisha ingine. Ni kwa nini hiyo changamoto inakuja kwa kazi? Ni kwa sababu wale wa zamani na wale pia waliochukua nafasi kuanza kanisa kama hapa, baadaye wana concentrate kwa mambo ambayo sio meja, wanaacha mambo yale ambayo ni meja. Changamoto zikianza kukumba washiriki, wanajipata kwamba hawakuchukua mizizi, na kwa sababu hawakuchukua mizizi, sasa kinachofuata ni kuacha imani, kwenda ingine ama kuanzisha ingine. Anaweza enda ingine kwa kujoin, ama anaweza anzisha ingine, ama anaweza enda nyumbani tu akayopa. So one of the key responsibility tunapea kanisa mpya is to ensure people take root in the fundamental beliefs. Simesoma hapa da 28, kila moja iko na uniqueness yake. So the first elder atachukua nafasi kubwa na pastor na church board kuensure kwamba pamoja na makanisa mengine, lakini sasa emphasis ni ile inayoanza, washiriki wanajielewa wao ni akina nani. Wao ni Waadventista, wanaelewa hiyo. Sasa wanaelewa hiyo kulingana na beliefs zao, ama wanaelewa hivyo kwa sababu walitangaziwa kuna kanisa inaanza. Kwa hivyo wakifundishwa kila wakati, makundi ya asubuhi ya maombi, makundi ya midweek prayers, makundi ya Sabbath afternoons, weekly Sabbath programs, tuwe na meaningful preaching, sometimes exchange programs, zinaweza kufanya washiriki kuingia ndani kabisa vizuri, kuketi vizuri kwa kanisa. Mnaona kuna vitu vinatusumbua, wachache wanaelewa. Hii sehemu yetu ya chini hapa, washiriki waliingia NCC, na some of the churches, there are not very few churches, na wameendelea hapo, wamekatalia sana hapo. Na ni kwa nini sasa hiyo inakuwa hivyo? Ni kwa sababu hapo zamani we had superficial believers, wanaokuja tu kanisa, wanaimba tu kanisa, wanaenda nyumbani. Hawakuchukua muda pia wachielewe vizuri hii kanisa ikoje,
kwa sababu Mama White anasema no more organization. So you can't begin another one. Hata kama kuna mvua ya mawe, you will never begin another one. Unakuwa na hiyo tu, tuko na kanisa moja tu, hata kama kuna nini. Changamoto ziko nyingi, lakini hatutaanzisha ingine, ni ile. But that cannot just happen by words. Ni kwa sababu watu waliingia kwa imani kabisa, wakajifundisha, wakajielewa. Nitasoma mafungu mawili in binding the 28 beliefs. Nitaanza na title yenu. Unajua title ni ya muhimu sana. Maana hata unapoandika research, kitu cha kwanza unapeleka, unapitishiwa ni nini? Si ni title. What is the title of what you are doing? It is this title. Mara nyingine wanakataa hiyo, wanasema hiyo utapata materials, enda tafuta ingine. Nimeona Mungu amewasaidia kwa kutafuta title. Sasa kitu mtajitahidi ni ku-maintain title. Kwa kupata title mmefanya aje? Mmefanikiwa. Assignment ambayo itabaki ni gani? Your title comes from Act 17:11. That is your title. Someone to read. Chaplain while sasome hiyo. The Bible says these were more fair-minded than those. These were more minded. Were more fair-minded than those. They were more fair-minded than those of Thessalonica. Why were they fair? They received the word with all readiness. With all readiness. And searched the scriptures. And searched the scriptures daily. So how are you going to defend your title? By searching the scriptures daily. To find out whether these things were so. To find whether the 28 beliefs the children were memorizing here are so. You will be confirming. Munasoma ya hapa. Thank you. Munaanza the word of God. Now you confirm. You want to confirm. What is this? That the word of God. What is it about? Na implication yake ni gani? Sasa mnataka kuelewa. Na hivyo lazima kila mshiriki, especially this new church, kila mshiriki anunue lesson. Yani hiyo isiwe tena mambo ya kusukumana. Every member to have his or her own lesson Sabbath school. Alafu jitahidi kila mmoja afikie Sabbath school. That's a very good beginning. Kila mmoja afikie Sabbath school. Ingine kila mmoja afikie as afternoon programs. Kila mmoja aende home churches on that day ya kujifundisha home churches. Kila mmoja ahusike kwa department fulani, women ministry, Adventist men, youth na pia a children ministry. So by so doing you will integrate and understand several things as pertains what is in the word of God. So on what basis those people are fair? They were studying the scriptures every day. So when you could compare them between them and those in Thessalonica, there was some difference, much difference. And the greater difference was their habit of Bible study, confirming the things in the Bible, whether that's how they are. That will be very great. So you're the first elder. Nani? Hebu simama. Uko na kazi kubwa sana. Unajua hiyo kitu tunataja hapa, hiyo ni vita tu tena. It's not just 1+1. Ni vita. Alafu naenda nyoro monginogo
Ogo kwa mina nyombasi ni nino nyara mangana. Aya madam njowo change ga. Madam genda kuchiase gati. Mata wana abate great assignment. Onu se kamera lige mbecha ke. Kidogo kwanza na wakere. Yes, madam wana karansa ndo arre pattern. Aya gati wana karansa. Abana babo ngaibali. Of course bali bara to kangega. Mbaro. Sema wani response. Oh, yule alikuja mbele. Oh, kumbe tena ni wote. Huyo ni rafiki wake sawa sawa. The Bible says, and they continued steadfastly in they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and the fellowship, in the breaking of the bread, and in prayers. Amen. Hallelujah. Amen. Now, this is when the new church was beginning. And today we are beginning a new church. There was also a time when the new church was beginning in the Bible. And this is the church of the apostles. Another name for this church is Ephesus. Another name for this church is earlier church. All those words, when you hear them, they refer to the same church. The period this church existed between 34 AD and 100 AD. Specifically, this church belongs to the 7 churches of Revelation chapter 2 and 3. And in Revelation chapter 2 and 3, the earlier church, which is also Ephesus church, is the first church. In the 7 churches, is the first church. Why is it called the Ephesus church? The word Ephesus comes from the Greek word, which refers to something that is desired, always, or desirable. That's the meaning, the original meaning of that, the Ephesus. Why was it called Ephesus then? It was called Ephesus because people of that period, they desired reading the Bible always. It was their pleasure to read the Bible always. In all their meetings, Bible study was priority. That is why it was named Ephesus. So Ephesus means desirable. Desire something that is, you like having it around. It's like you husbands. If you love and desire your wife, unahitaji kwamba umetoka kwa barabara, umeenda mpaka kwa nyumba. Ukipata mtu hana haraka kwenda kwa boma, so that something has lost test. But that's a lesson of a different day, not a lesson of today. But I'm explaining how that church was desirable. Everything they were doing, kila mtu alipenda hiyo kitu. Na walipenda kufanya pamoja. Na walifanikiwa sana. Lakini mjue pia na shetani yuko. Maana unapoenda kanisa ya pili na ya tatu na kwenda juu mpaka ya leo 7, unapata vita vikali sana viingia katika hiyo kanisa sana. Including apostasy. But let us not concentrate on the negative. We want to concentrate on how they succeeded. There are 4 major things which made this church to succeed. Number 1, and they continued steadfastly. You see, the word steadfast also can mean
unmoved, steadfast, serious, can also mean committed, steadfast. The other church members, they were steadfast, they were committed. You can check in your phones. There will be several meanings given attached to that word. So number one, the church succeeded because they were steadfast on 4 things. They were serious on 4 things. They were committed on 4 things. Number one, apostles' doctrine. Hiyo ni kusoma Biblia. Number 2, fellowship. Mikutano ya kukutana pamoja na kukula pamoja. Fellowship meetings. Number 3, breaking of bread, which refers to 2 things, A and B. A, common meals. Walipenda kukula pamoja, common meals. B, Holy Communion. Pia walipenda kushiriki pamoja, the Lord's Supper. To proceed further than that, but as a result of the 4 things, fear came upon every soul, and many wonders and the signs were done through the apostles because of the 4 things. Now all who believed were together and had all things in common. And 45, sold their possessions. Ile ambayo Elder Muomachi principle alitaja. Sold their possessions and the goods, and they divided them among all as anyone had need. Which means as a result of the 4 things, ubinafsi ulitoka. Mambo ya matoleo walitoa. Mnajua kwamba hii ndio kitu iliua Anania and Safira. This is what killed Anania and Safira. This spirit. Kwa sababu wote walikuwa wameingia pamoja, tena wakaenda kukubaliana kwa nyumba wawili, wakaenda kando. And this killed them. So the believers were very strongly attached in the mission work, and they gave their resources. Kwa hivyo kanisa kama hii sasa inapoanza, washiriki pia na sisi tuwafundishe, of course, but also let us take personal responsibility. Kama ni zaka, toa. Kama ni ujenzi, toa. Wacha tu, usitoe kwa kunung'unika. Wengine wanaendelea kufa saa hii na utawaita watoe saa hii. Wewe kama uko na nafasi na kutoa, toeni, toeni, because you have opportunity and this is your time. Continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from a house to a house, that is the station. They ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Sasa kuleta watu was not even a struggle, kwa sababu watu walikuwa wanafuata. Hiyo kanisa ni ya upendo. Hiyo kanisa inatutembelea. Hiyo kanisa inatuombea. Sasa watu wanajaa hapo. Watu wanaenda. Na watu pia wanapendana. Watu wanatembeleana. Kwa hivyo je, mnaona kwamba Mungu akiwasaidia mtaweza kujitolea kutii Mungu katika mafundisho yake 28 kama yalivyonakiliwa katika Biblia, na pia kama yalivyotajwa na watoto hapa mbele, na pia vile mnavyoyaelewa yalivyo, mnamwambia Mungu kwamba nasi kama Berean, Mungu tusaidie tutembee katika nguzo hizi na pia tuweze kuwa washindi. Hebu nione mikono yenu. Haya, hebu msimame. Berean peke yao, wengine weketi. Marafiki tunaketi. Haya, Berean msonge mbele kidogo. Umulike Nyorogions. Naona Mungu amewabariki sana. Haya, kuna wale watatu
wanaitwa nuclear ambao normally wanapewa sasa kanisa. Hebu watembee mbele kidogo, wasonge mbele kidogo. Wanapewa watatu. Elda songa. Ya, so hawa ndio watatu tena. Hebu mugeuke hivi muangalie. Je, mnafahamu hawa? Hebu nione wale wanafahamu. Aya, weka mikono chini. Wako sawa? Aya, umongino mwaka na wale member. Noara. Mogyango. Aya, mbuyamono. Tena maiga yo mongino oli. You will be giving support. Aya, umongino yo iga nero tobo kima. Mwaka na oli. Omache, mosani ona nchmaiga. Umongino to wale support. Aya, umolisia. Madam. Hivyo. Najua hiyo kanisa iko hivyo ya isi. Tuanze na mama hapa mwisho. Maswali matatu. Do you accept Christ as your personal savior? Response? Yes. Number 2. Are you in full harmony with the 28 SDA principles of faith that have just been presented? Yes. Number 3. Have you been baptized by immersion? Yes. Mbawatiza tuso kwa leta tulime. Mbawatiza tusa mata. Aya, biyamano. Biyamano sana. Are you in regular standing and enjoying one another's confidence in the faith? Yes. Thank you so much. Which means you are in regular standing. Next. Accept Christ as your personal savior. Yes, I do. 2. Are you in full harmony with the principles of faith that have just been presented? Yes, I am. 3. Have you been baptized by immersion? Yes. Last, are you in regular standing and enjoying one another's confidence? Yes. Thank you so much. Next. Do you accept Christ as your personal savior? Yes, I do. Are you in full harmony with the principles of faith that have just been presented? Yes, I am. Have you been baptized by immersion? Yes. Are you in regular standing and enjoying one another's confidence? Yes, I am. Thank you so much. Sasa wapi yule karani? Tena ni yeye. Okay. Sasa nyinyi sasa mtarudi hivi. Hawa sasa mtasonga hivi. Hawa wasonge hapa, wale warudi. Aya, sasa wapi majina? Majina itasoma tukienda huko tunaombea ndani. Yeah, tutasoma majina tumalize, tuende huko tufungue, tuende tuombe ndani. So that we save more time. Wamekubali on your behalf. That's what you could say, but they have done it in summary. Kwa hivyo ni kwamba nyinyi wote ni watu wa imani na mmekubali kuchukua ahadi kwamba mtakuwa nyinyi ndio mnaoanza. Wengine wanaokuja wanapata nyinyi mnaendelea kujifundisha vizuri, wanajoin. Wataanza kusoma majina. Inamaanisha kwamba pillars, inamaanisha kwamba shekini yoyote ikianza kuingia kwa kanisa, nyinyi hamtatoka kwa kanisa hata kama itatoka yote. Ndio maana pillar, the word pillar means those who are strong in the faith, who can strengthen others to remain in the faith. Sasa sehemu ambayo imebaki kwao
kupitia kwa karani ni kwanza kusoma majina. Anasoma jina, unaitika, hao wawili wanasema tumemkubali. Lakini ukiingia hapa una join kwa kukubali, wale wengine wanaitwa kisha waitwe hapa, alafu tuelekee kule tukate ribbon, tuingie ndani, tuombee ndani, tumalize ibada ya leo. Sana kwa sababu ya kanisa mpya limepandwa hapa Berean, na ni jina la Biblia la kusoma na kuelewa Biblia na kuleta tofauti. Tunaomba kwamba wasaidie kuingia sana, waweke mizizi, kila mmoja awe na lesoni, kila mmoja afikie shule ya Sabato, kila mmoja arudi Sabato mchana, kila mmoja ajihusishe na kundi la maombi, home churches, na pia nyakati za maombi, midweek prayers, ili kanisa hili liweze kuwavuta wengi. Na pia tunawashukuru washiriki makanisa yale ambao yameweka bidii, pamoja na Good News ambayo pia imezaa hii kanisa mpya. Upendo wako mwingi uzidi kufanya hii wilaya kukua kabisa. Tunaomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu, amen. Haya, nione viongozi waliowekwa katika ratiba ya 2025 wakasomwa, wakuje hapa. Leaders 2025 leaders, walimu na wengine hapa. Maroncha nani? Gadi. Hey. Wansire kogo pare dichibasa chiti bwango yiga. Okay. Ana wano mukungu omoikange chibasa nchi mutuba. Ali chiaye nchiri chia CDF na chiri chia bonding na chiri nkenge. Thank you so much. That's by the way. I mean to say they have experience in administration of other areas. Ile sehemu ambayo huwa inatu challenge ni ile ya matoleo ya zaka. Mungu atawasaidia, na nimeona mmejitolea hapa. Torwe sadaka ne tais asobwege no. Kero monde sikipi ya ene ngai ngao. They are not the same. Bono, kali monto gochako cheki. Na yakobo mwege no asengo. Sinyesa. Hata yule anaitwa Anania. Walipokubaliana kila mmoja alete. You see, they were not bringing the same amount. It was not the same amount. But it was as a result of faithfulness. God. And being the first elder. So that's a challenge. Bono mobe mustari umutangani. Ekwa iru eroni. Emilioni ya yamu. Otara chake project ya Mataro. Tukura usia taisi. Kura chaka ni taisi. Number 1. Nimearifiwa hapa. Vile niko hapa. Nimeambiwa kwamba sasa Sunshine itawafuata Juma. Ndio hivyo. Mwalimu utima itu na wote wakala. Molisi wadenge. Na unoroche machakara iga mocho mwekenya. Okay. But let us be committed. Si ndio hiyo? Yes, ujicommit. Na Sunshine wajicommit. Hiyo nimesikia mmetoa 200. I want to see you nikiwaangalia hivi in a month. Minimum inaweza kuwa 400. Minimum nikiwaangalia hivi. Maana kuna wale hawako hapa. 400 minimum. Nyinyi enda tu wakuwa waaminifu. It's not about amount. Just go and be faithful. And we will do wonders. Hapa Ugembo, we can do a lot. Hapa kwa hii town, we can do a lot. Mungu amewabariki, mumeanza vizuri. So let us move forward with great energy. And the district iko na mafikara mazuri. The district unity yenu ya district, kila mmoja amewatakia mazuri.
Kwa hivyo tuende vizuri mbele na ule umoja, maombi, home churches, active leadership in the home churches, kila mmoja awe accountable. First elder na church clerk na treasurer wasonge mbele kidogo. Aya, tupate notebooks. Madam Sukagocha. Ebitabu biri bare kwa yego. Irata tubiko moyitoko swa nyumba no gusawa. Amenity books na membership kama imekuja tunapea church clerk. Treasurer tunampea vitabu vya zaka. Sijui kama viko hapa karibu. Treasury books. Are they available? Abangina, abamwa tata korose karansi. Tapigit site. Tu karantena neto sewiro. Leaders back ya. Aya bono molisi orenge nchikocha. Na past amkuja hivi na tandi na irda. Oh, kai. Amangana na matindi boy. Amangana matindi ga ebo kogera enye na inde bekile disakara. Ikimaanisha kwamba kanisa itakuwa ya kusoma. Kweli ni Berea nimeona. Ilikuwa ukweli. Aya, first elder kuja. Register tika mwananyana. Aya, sasa huyu first elder tunampea hivi. Atakuwa anaongoza kitu ambacho hapa ni church manual. Iko church manual. Out of stock. Ukuje nitawa. Oh. Pastor akuje. Lakini ninaona moja mahali. Aya, so first elder ataongoza kwa Biblia na hiyo church manual. 28 beliefs pia iko hapa, lakini hiyo iko APC. Nafikiri 28 itakuwa. Na Muri to authorize documents. Aya, mnamtakia mema? Yes. Hallelujah. Mama support bana. Aende na yuma mairo principle. Biyamana sana. Hebu kuendeje? Wana chance na boko bego gutwara iga. Yaba ne bwo yoji basomo. Naro lero pero yambo yarengo. Naro lero na ise na ita. Wapi treasury books? Oh, vikare. Aya, sasa hapa kuna church board minutes na pia business book minutes. Kwa sasa hii ni temporal, lakini register itakuja. Ni temporal. Minutes nchiri wasa mnyomba. Chimina tinga nchiri wasa kicha kwa board ekanisa. Ebitabu ebiga ali nyomba uno bisibete iga. Think don't think a principle na cha ikubitura. Kia na ndio alenge board. Acha narago tupona board. Lakini kama kwa sababu hamjakuwa na very strong storage hapa kwa nyumba, unaweza kuwa na kabati ambayo haiko na common things. Unafungia hapo na kila mtu anaheshimu. Hiyo hata treasury inakuwa hivi. Aya, bali ngamoko muganilia maya. Aya mongino hiyo, momo support. Church office iko hapa. Sawa iko. Itafanya hizo vitu. Aya mama songa hapa. Nchuo cha mwaka bako elei. Mwanisi wako mulise manene. Sengi ncho no mule ncho. Momo mugachio hiyo. Wako bako kwa mangane chiweza. Echindo mwaga katago sababu cheke ombi. Lakini na mongina ko nyara bangina mbali mchezo. Aya. Tunashukuru sana those are the leaders ambao watakuwa mbele. Sijui kama kuna mtu wa personal ministry. Aya, library, personal ministry for now. Muko na library kando? Aya, sawa. Pastor Njogocha na William. Pastor we district. Na wanonge vitabu hivi. Bichi wasomo.
Alafu kuna na ingine iko hapa. Na ingine iko hapa. Aya, mwingine tutaita ni head deaconess na head deacon. Aya, ndio hawa. Hebu nione ile zawadi mmewaletea hapa. Kabati. Oviko ndani. Birimo abaletera bono ntango gocha. Bisa kutoka binde birali, bire portable, they can be brought here. If they are portable, they bring. Yerusalem. Aya. Bayari diga. Mbiyamona sana. Esugulie Pasaka. Mbamba chage tibuya. Aya, naenda wani pasa hulingo tumekere jibasha chibe. Eye? Ini ya treasury. Aya, njua. Aya, ke this we just mentioned 5,000 biko anyamane Pasaka. Kimogo tewa. Mbiyamona sana. Wameanza vizuri kai. Mwesiko viongea tena wala. Mbiyamona sana. Mbiyamona esugulie ndeno aira intindi. Aya, makonye. Bayari. Kwa ni wori. Aya. Ekwa ya kibirichi. Mbiyamona. Asanti. Aya, wengine. Kibesha ni chose ni chiko kwani ngakie Pasaka ama ache. Aya. Another envelope. Ya babi ne ani boropaye. Kai, idebe senyingo gwate. Mbiyamona sana, wala teireli weyemo. Por mangere. Mbiyamona sana. Bas, bona wikira yiga. Tunataka tutasimama wote na hawa leaders tuelekee huko. Hizi vitu pia zitapitishwa hapo, ziwekwe hapo ndani. Ili keki peke yake itabaki hapa. Fika huko ndani, tufanye dedication, mtoke nje mpewe hii keki. Bona tuenda alimayo. Haya, sawa. Kiuki ni bwana. Hapa tunafanya mambo mawili. Jambo la kwanza ni hii hapa. Na tumesema vitu vingi hapa viko in symbols. Double-edged sword. Ikimaanisha makali ya Biblia. Tukiyakubali, maana kanisa ndani biashara kubwa, the central business. Ni kama the central business of our school. Silikusoma. Excellence of the students. So the central business of the church, Christian character, developing Christian character kupitia kwa mafundisho ya Biblia. Kwa hivyo ni tunapokata hapa, tunamaanisha tunakubali kwamba Biblia itatukata. Biblia itatukatakata ili tabia zetu tunapoingia hapa sio kwamba tumekuwa watu wazuri, lakini tunatengenezwa kila siku kuwa watu wazuri. Haleluya. Aya, asante. Alafu pia Biblia inafungua mioyo yetu. Kwa hivyo tena Biblia, neno la Mungu ni kama ufunguo. Unafungua mioyo yetu iweze kuwa miepesi. Ndiyo makusudi ya kuwa kanisa. Sasa tunafungua hii kanisa katika jina la Yesu. Haleluya. Haya, tuingie. Mambo iko hapa, sio mchezo. Wageni wale waliotoka district wanasimama upande pale, wenyewe upande huu.
kazi ya Mungu inafanyika, wanawekwa vizuri. Haya, so na vitu vyote vya kanisa kuna utunzi mzuri, kuna storage nzuri. Tunapatia hizi ziko hapa. Ebintu biri byose byari kumwibere. Emese msaidie imeze iwe kwa mbele. Imeze. Kuja hapa mbele. Viongozi tuwe mbele. Hapa mbele. Hii side. Members wengine wasimame huko, leaders wengine, leaders wote wakuja. First day the treasure church clerk wasome hapa mbele, vile walikuwa mbele. Berean Seventh Day Adventist Church, na kila mmoja aseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo katika makanisa ile tuko nayo SEKEF 846, so tumekuwa 47, na tukiongeza yale mengine yamefunguliwa ni kama tunaelekea 900. So SEKEF is really growing with speed. Tumetaja mambo mengi kule nje, mengi yataendelea kutajwa, na Mungu awasaidie, awalinde, awakinge na yule mwovu, awatie moyo katika changamoto mbalimbali, mweze kuwa washindi. Mnapoanza kazi ngumu, kuna kazi ngumu hapa itaanza. Ujenzi ukianza inahitaji very strong faith, lakini hata hivyo kwa Mungu hakuna kitu kimeshindikana. All is possible with God. Wale waliokuja Mulisi Jumbo, Mulisi Good News, Tebya kwa mwana tegalewe. Kubakwani mbya mwana nani? Umwana tegalewe asana konye you grow and must okay matunda. Mulisi mwanene. Tebya kwa mama. Namshukuru Mungu kwa sababu tena ameruhusu tufike hapa, na mama mlezi, tunashukuru kwa vile kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu pia na sisi tumetengwa. La mno ni kwamba bado kanisa mama sisi tutalitegemea kwa ushauri, tutalitegemea kwa hali na mali. La mno pia zaidi ni kule kushirikiana pamoja kwa yote. Na Mungu wa mbinguni atufunganishe pamoja zaidi na kamba zake za pendo. So operations of the church begins immediately. Kama kuna church board inafanywa after this meeting, inaweza kufanywa with consultation. Na Mungu awabariki katika jina la Yesu. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tumefika tamati ya mkutano wa siku ya leo. Rasmi kanisa imeanza hapa kando ya mto, na wameamua kwamba wafanye kazi yako ndani na nje, waleta wengi kwa ajili ya wokovu wako. Tunatambua changamoto zinakuwa katika kazi yako, utawashika mkono. Upendo wako mwingi uzidi kuwa pamoja na wao, wafanye kazi ya Biblia, waweze kuwafuta wengi. Nyumba zao uweze kuzilinda, wapatie upendo, pia wapatie furaha. Pia watoto waweze kutoa muda rahisi kwa wazazi wao wanapoongoza kanisa, ili na nyumba zao ziweze kufanikiwa. Tunaombea makanisa mengine yale ambao wamewaombea kanisa hili kuanza siku ya leo, na wao wanapoendelea na kazi yako ya huduma, uzidi kuleta matunda mengi katika ghala, wale wengi waletwe, pesa zipatikane kwa wingi, ili kazi yako iweze kuwa nyepesi. Mapenzi yako tunawatakia hapa kama mbinguni, upendo wako mwingi uzidi kwa pamoja na sisi wote,
Niombe katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Haleluya. Amen. Basi mjamano mwanatika hapa sisi. Amen. Haya mjamano sana. Kwa siku ya leo ni asante Baba kwa vile Berea tumeweza kufunguliwa, tumekuwa full church. Wakati tunaenda kukata keki, hebu Mungu wa ajabu aweze kututendea mema ili tuweze kushirikiana, na hivyo ushirikiano utaanza siku ya leo uendelee milele na milele. Amina. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni, giza nene limesogea jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni, giza nene limesogea jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Utukufu wa Bwana umetuzukia, hata kama giza litaifunika dunia. Bwana ameshatupa ushindi, sisi tusiogope. Tuondoke tuangaze, utukufu wake ujuu yetu. Sasa nawe utukufu wa Bwana umekuzukia, hata kama giza limefurika dunia. Bwana ameshakupa ushindi, usiogope. Ondoka uangaze, utukufu wake ujuu yako. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Wangu
moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka, na amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka, Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka, Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka, Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Kwa kutuleta hapa tukiwa besides the lake. Najua Yesu pia alipenda sana kuhubiri besides the lake, na kulikuwa na sceneries nzuri sana akihubiri kando kando ya bahari. Lei wetu wa Union ambaye pia ako na nyinyi hapa, na lei wa station ambaye tuliongea asubuhi, he could be coming, kuna mahali tena alienda, na station leadership. Kuna introduction ya pastor ambayo ilikuwa mahali hapo, ndio wamekimbia. Pastor wenu hapa, Pastor Rex ambaye mlimkaribisha vizuri. Tunawashukuru wana Ogembo kwa kazi nzuri mnafanya. Your reports are very good in our records. Mnajitahidi sana kwa matoleo na pia kwa kazi ya evangelism na malezi ya kiroho makanisani. Tunapata reports nzuri sana. So you are our pillars kama SEKEF. Nyinyi ni kama our KCC kule Kisii Town, which is also a pillar to Nyanchwa ama South Kenya Conference. Your commitment into giving, we cannot take it for granted. The way the elders are united, jinsi mnavyofanya mambo yenu, ukiangalia jinsi mnafanya crusades hata hapo kwa town, and they are very successful. Tunawasifu sana. Nimekuja na familia ndogo onchari tenango kwa ni abantu onchari nara abo yore gotogendia no mwana inakuru matagaro ga bunya bioto no yo no moiwa tomenya tenere no moiwa ndenaro moiseke ole Usi Institute no yo njune secondary, wengine wako shule Salome. Kwa wale wanamfahamu kama wale wa Ugembo hapa, watu tunapita hapo kidogo, anasoma Baraton, wanasoma na yule msichana wa Pastor Square, na kijana mwingine amefanya Ryukindo form 4
atakuwa atajoin baadaye. Kijana mwingine ni ameenda form 4 na yeye. Kwa hivyo familia inatoshana hivyo, na mama yao ni pastor wa Etago. Kwa hivyo ni very expensive sana kutembea na yeye, lakini once for a while huwa anapata nafasi. Anaitwa Nyaboke na ametuma salamu. Hamjambo. Kama SEKEF kesho tuko na annual leaders meeting. Babu pia ya urafiki huo, nimetoa sadaka yangu hapa ya hiyo ambayo mlikuwa mnakusanya leo, shilingi 10,000. Nimetoa kwa treasurer hapa kwa simu, na treasurer ameconfirm amepata, na Elda kwa hapa na pastor pia. Tunawatakia mema, na kwa sababu mmeanza hiyo kazi kwa uzito, Mungu awabariki. Wengine wasifike katikati waanze kuchoka kwa sababu ya mahitaji mazito ya kuanza ujenzi. Maana kuna hii yenye inamalizika, lakini pia kuna kazi mbele ambayo ni kazi kubwa. Pia pale field mwishoni mwa wiki hii jana tumetengeneza mahali pa kufanyia mikutano. Tumetengeneza very standard shed for our annual meetings and other seminars, kwa sababu these tents tukifanya mikutano they are very expensive and temporal. Kwa hivyo wale ambao watakuja kesho, tumetengeneza hiyo ambayo itatusaidia tunapofanya mikutano kwenda mbele. Kwa majina, kwa sababu kuna wageni, ni mchungaji Ondabu James. Tunashirikiana na wachungaji kwa ajili ya mission ya kanisa hili la Wasabato katika sehemu hii ya Southeast Kenya Field. Nikiachana na hayo, kwa sababu kazi yenu ni kazi ambayo inataka watu wakuwe kiroho. Wazee wenu wanapenda, wako na urafiki na sisi, wanatembea kule ofisini, wanamwambia lei kwamba tuulizie kama tutaenda tuwasalimie. They have been coming, na kando na kuwasalimia leo, pia tulikuja na mchungaji ambaye ataendelea kusaidiana katika kazi, na pia mmekuwa na pastor ambaye anaitwa Square. Sasa ningeuliza Pastor Square kuja hivi na Bondi, mkuje tu hivi so that nimalize hiyo Nyangoso. Najua mmekuja wengi, lakini tahitaji tu hapa mzazi na pia elder. Mogocha sobwa ngolende. As an associate pastor, and Square is also outgoing associate pastor. Kwa hivyo ningeanza na Square wasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Hakika kwani ngakera ndo singandra kwana nibiyego. I want to take this opportunity. I want to thank you, our president. I want to thank the elders of this district. I want to thank all the members. I want to thank everybody. I'm so much glad today that I am here, and I'm welcome my brother to come and serve in my position as I exit and go to have another work elsewhere where I will be assigned. I want to thank all of you for the good work you've done unto my life. And in fact, Pastor, to be very honest, since I came to Ogembo, Ogembo has been a blessing to my life. Hallelujah. And it is very sure that you really, Ogembo has blessed me so much. May God bless you as we even wait for the second coming. Lastly, my wife was supposed to be here, but she's not feeling well. But I managed to come, so I ask for permission. Kindly forgive her for not appearing
with us here. So may God bless you. Abagakabe kanisa yogembo sunshine. May God bless you all. Amen. Biyamona sana. Biyamona sana. So Pastor Rex na ndo chinsa. Na William. Huyu anaitwa Pastor Bondi. Nyosha mkono. Mike ni nyanchete boli ndo cheli na watembea yale. Okay, Pastor Bondi na Pastor Square wamesoma pamoja. Ni marafiki sana na mke wangu, wote wamesoma pamoja. Wamefanya mahubiri hata huko Nyakembene siku za nyuma pamoja, so they are great friends. So Square wasalimu na pia ulete mama. Nani Bundi. Thank you very much, our field president, for giving me chance also to welcome my family at large and also to say hi to the congregation which has gathered here today. Aswa nikupalie ni seme kwamba I'm Pastor Paul Nyasimi Bundi. As our field president, as they identified me, I'd been a chaplain of Moteribe High School, which is behind here, and also working at the district of Nyagancha with Pastor Dick Fans Mokebo, who is amongst us. And also my mother church when I was at Nyagancha was Moteribe SDA, which is amongst us also. Allow me to say to all our visitors that welcome to this field where we have been welcomed, and at the same time I would like my wife who is with me here to say a word before I say, but before that one allow me identify my parents who are here. They have come from both sides, my parents spiritually, my little parents. Allow me waseme jina moja tu, kindly a name. Kanisa ngima allow me kukwanike kusiekyo ayanda yara edile miaka yowana kuyaira nilana bere gasenko lakini kaona ke kusieki neru Ichembu ningorokwa Joseph Tato mwawo Pastor Paul para yani ke usimu monyete Tato mwawo umomno Pastor Paul tigaba temabina abakwana abana ba Nyasaye abakena banene mbuyamure mwese Marieta ankorkwena Nyabutokero Seitomboka Torora Nyachenge nkorwe kanisa ya Nyaiguku Nyachenge kambi center district Nyabite Kwani mbuyamure abogembo ngakimorote abogembo ngo batabi ngambiyamano asengejo mwanjira nile basa jasimigocha ase district yaino omwana yo namagani tiramongo maroko magani ikiagera ndera kuna mamugondo banyegaro mugondo bwa abana be school bana nari akiro mugondo bwa abayiboli bana mugondo yo bwa abayiboli ndara akiro kolema mama orakeri mama echinga kichingororo asobya wa Nyasaye enkabo misichi digena mama mwa Pastor Paul Nyasimi kanisa kwa kwani waibira buya na magoko monene Nyasaye arugure ritokere rya rotara sina na 8 18 kwa no ito nasimia se district ya Yobemo jesa mariete por kuroda gochere mwana noyo yenanti yaye biyamon na wakwani jasa marieta Charles Wanya Nyamari
mokogoti omwabo tatu mwawe ya simi omorisi omotangani ya matramain asipasta ya simi arule biaman na inje tigangire liba gamba kwani ngambo ya mole na ende Porunyang East District tu Arenge District basa Kevin yagatangaza nga asuku ngaya project kwa kilo libuna nyazimia au kuna memero isiko yo kwa hiyo amtementa omuro ya kana Arenge matera main kwa igore tenga kile na Arengo mulei South Kenya Conference 205 paka 210. These are the fruits na bange bale ase bali bata maji tingo ko pension ogeza otot 205 paka 210 jirani ngo mulei South gushi yengima. Wapenzi wa Bwana, amjambo tena. Stephen Chuma is my name. This is my brother. So, Pastor, thank you for having done what you have done. Otherwise, muonyeshe kazi. Thank you very much. Bijamana sana, ngero muswati obundi. Abakwani ataberieta. It is nice to be in the house of the Lord. It is wonderful to be in the house of the Lord. It is what? It is enough? Yes, I am happy to be here. Very happy. Tunaomba Mungu atusaidie tufanye kazi yake kwa bidii, washiriki tuungane mikono, tukue pamoja. Mungu ndio atatuelekesha. Nimeshukuru. Asante. Niko na watoto wako hapa wote. Sijui kama niko na familia ya watoto 4. So sijui kama watawasalimu ama kama wako si watasimama tu. Aya. Majina naitwa Deborah Nyasi. Absabat. Abide. Kwa majina anaitwa Mel Masese Robert. Absabat. Abide. Kwa majina anaitwa Naomi Nyasi. Asante. Pia mwana wategana liyobuya tigatorora ekubwa. Aya, umulisia Pastor Rex. Rex yadiga ni mmogeni. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Mbiyamono oroche nabaketule. Mero monko beri miyoge. Nechebe. God bless you. Ndaito 1 million. Na itafika by God's grace. Thank you so much. Karibu sana Shevades. Dorenge kuja na washike mkono na wangapi wanakaribisha mgeni kwa mkono? Aya, asante. Barenga moko ganilio liso square ya maya asago cha kugenda je station yende. Biyamano, tuwaombe. Baba, katika jina la Yesu, mbele yetu ni bundi ambaye ni mgeni na pia square ambaye anaondoka. Tunawaombea mema kwa kazi yako, washike mkono, waongoze kwa sababu bila wewe hawataweza chochote. Mapenzi yako yazidi kuwa pamoja na wilaya hii, kazi yako isonge mbele. Niombi katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Asimbi ya mwana toka kanisa. Kipiri koga na isivyo. Abana linde butara bwangu. Abasani bali bane bali yake sicho ngayi mwale pilonge tibana. Yaganje amefanya kazi nzuri sana kwa hii shule. Last year tukitaka kumtoa principal tena akasema hapana, mruhusu tu akae mwaka mmoja. Tukaacha amekaa mwaka mmoja. Kwa hivyo wanafunzi pamoja na nilisikia mlimba vizuri, nikimaliza pia nitawaita muimbe wimbo mmoja. Na hiyo mwalimu walio ruwese skuru yale. Injowa kwaniwa
on behalf of everybody. Take fans kuja pia wasalimu. On behalf of that. Wana mwalimu wa school tiawa kwandi. Happy Sabbath. Happy day. We are very grateful as a school having Pastor Bundi giving us very good services, but because God has said that he should serve somewhere else, hatutaweza kupinga, si ndivyo? Tunashukuru sana Pastor, Mungu akubariki. Pia washiriki wa this district, may you cooperate with him, and I believe everything will go successful as heaven has planned. Principal akuwa pamoja nasi. Tafadhali just accept his greetings, and he has said please conference, mukitupa pastor mutupe mwingine mzuri kama huyu ambaye ametuhudumia. Mungu awabariki sana. Asante, thank you so much mwalimu. Pastor huyu sasa ndiye wa district ya huko. The Lord is good and all the time. Pastor Dickens, Pastor Nyaganja district. Pastor Bundi, hata kama mmesema kwamba ndiye mnaanza kazi pale Nyaganja, amekuwa kama associate most of the church boards, ndiye ananisaidia. Kwa hivyo nimekuja na Elders Council kwa niaba yao. Chairman Eric wasalimie hivi. Huyo ni chairman wa Elders Council Nyaganja. Tumekuwa na district secretary Elder Elijah Onchiri, pia wasalimie elder. Hiyo ndiye district secretary. Muteiribe Church Elder James wasalimie. Hiyo ndiye elder wa Muteiribe na wote ambao wametoka Muteiribe. Kwa hivyo tunatakia Pastor Bundi kila laheri. Mungu akubariki Pastor. Amekuwa msaada mkubwa pale Nyaganja, na hapa pia ni matumaini yetu kwamba atakuwa msaada mkubwa. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Biyamano moko waganilia maya soba leliwa Pastor. Asante. Baadaye wanafunzi nitawaita. Korista, ningeomba Korista ukuje nikupe kazi kidogo tu. Asante sana. Jambo ambalo tunazungumza ni mnaangalia vile muda wetu umesonga. Sijui sasa vile itakuwa. Sijui kama mlikula asubuhi. Mlikula asubuhi ama mlikunywa uji? Abangena mwabaga kakende. Ichae no mugati. Na ndio mugati itoere tu. Okay. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunaomba usungumuze nasi muda mfupi. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Wazo ambalo tutazungumza hivi nikiombea hali yenu kwamba disturbance ya tumbo isije ikawa inazidi kuelewa. Jambo ambalo ninataka nizungumuze na tuweze kuelewa pamoja, inasema kwa lugha ya Kiingereza, developing a good report and its end result. Developing a good report and its end results. Kebusi obuya bokorosie report yengiya nede summary yegebusi obuya bokorosie report yengiya
developing a good report and its end results in the light of the life of Enoch. Ndio maana tumeimba hiyo chorus, in the light of the life of Enoch. Kwa hivyo, kwa sababu pia walimu wa watoto wanapenda children stories, na there are very good stories recorded about biblical characters, some of who developed good reports and how they ended. We also have some who didn't develop good reports, and we also see how they ended. But our concentration is on developing a good report. Okorosi e report yengiya na endembu ya kiboko baroro. Ekero omonto arosirie report yengiya ng'aki agokora obogima bwaye. Igo nonye nekero orabe kwarura iga nabego iratoke kwamanyire obuya boko base okuhagacha report engiya y'obogima kero menyete iga. Igo nonye nastochi gosoma nabata base yengenche mono lakini ngosoma tore lakini ise gotoka gwatwarira na idea of understanding. That is the most significant thing. Huyu ambaye ninamleta anayeitwa Enoch, rekodi yake ya Biblia imeandikwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ameandikwa kitabu cha Waebrania, na mtu aende hapo na anisomee Hebrews 11:5. Hebrews 11:5. Tutasoma tu lugha zote. Kama kuna Kiswahili na Kiingereza tutasoma. Na onye wike gusinera ise kutoka mbwangari na bago tusomera. Kwa imani Enoku alihamishwa. Kwa imani Enoku alihamishwa. Kwa hivyo mtu akikuuliza swali, on what basis was Enoch translated? On what basis? The basis of faith. He had developed great faith, and as a result, he was translated. You see, that's an end result. Kwa imani Enoku alihamishwa. Hakuona mauti wala hakuonekana kwa sababu Mungu. Nani alimhamisha? Mungu. Kwa hivyo katika maisha ya Enoch, as you will be reading, because nitahitaji sana muwe very careful between lines. Unapoangalia katika mistari ya Biblia, ukiangalia maisha ya Enoch, unaposoma kuhusu yeye, mbele yake unamwona Mungu. Unaposoma kuhusu Enoch, mbele yake unamwona Mungu. Response, the response of God. Kabla ya kuhamishwa, alikuwa ameshuhudiwa kwamba ameandika ripoti ambayo ilimpendeza nani? Mungu. Kwa hivyo kabla ya kuhamishwa alikuwa amedevelop, he had developed a report of which when God checked, the report pleased God and he was translated. The English version, it was by faith that Enoch, that kept Enoch, that's another one. Instead, he was taken up to heaven and nobody could find him because God had taken him. The scripture says
that Enoch, before Enoch was taken up, he had written a report that pleased God. He had developed a report that pleased God. Eke usina kia wateo. Aso kwegena. Enoch wakang'anyigwa. Tacha kororama kweli. Tarorekanete. Ekiagera Nyasaye namung'anyetie. Litang'ani. Amuwenere torori. Sono ling'ani linam konyobere ilukirori. There was also this testimony in English. Na pia alishuhudiwa na Mungu. That is the report. That's the assessment. Sasa kwa wale ambao wanafanya kazi kwa serikali, hata juzi tukiwa katika kanisa hii, tulipokuwa tunatoka hivi tu kwenda nje, tulikutana na mama Elda. Ambaye akatuambia kwamba ningekuwa na nyinyi, but because there was an assessment kwa county, sikuweza kuwa na nyinyi, na ilikuwa ni assessment ya watu wakubwa ambao wamekuja kutuangalia. Kwa hivyo wakikuja kutoka maybe national government to the county government, wanakuja kufanya assessment. They are coming to check what report have the departments developed in the county. So wana assess. They can also recommend as a result of the assessment. Walimu wana assess pia kazi ya watoto. Walimu level yote, katika level yoyote, walimu wanaangalia kazi vile wanafunzi wametengeneza kazi zao madarasani kulingana na subjects mbalimbali. Mwalimu akipitia kazi kama ni composition, ataweka alama kulingana na jinsi ameona kazi inaonekana. Private school utapata management pia inafanya assessment kwa wale wanasimamia. Na Ministry of Education pia iko na sehemu yao ya kuassess standards in schools. So the aspect of assessing is actually a common in our common life, the aspect of assessment. Na pia walimu ambao wako hapa walipokuwa chuoni wanaandika makaratasi, they write papers. Kuna kazi wanaandika. Wakiandika hiyo karatasi, if we were developing a thesis or a proposal, kuna watu mbalimbali wanaitwa supervisors, internal and external, wanaopitia ile kazi, assess, na wanaangalia kila kitu, cover page, space, kule juu ni wapi title iko, space ya juu na ya chini na kati, kule chini mwaka umeandikwa vizuri, hapa katikati ni nini iko hapo, alafu kazi yake ya ndani iko namna gani. So all those are common life aspects of assessment, ya kuangalia jinsi kazi inavyoangaliwa, inavyofanywa. Kwa hivyo katika Biblia pia Mungu anaangalia kazi zetu, lakini specifically tumeona jinsi kazi ya Enoku ilipokuwa inaangaliwa. Sasa turudi nyuma kidogo katika Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, kuangalia kipindi cha Enoku, vile Biblia inasema kuhusu kipindi cha Enoku. Some setting, huyu Enoku alikuwa namna alikuwa namna gani? Genesis chapter 5 beginning 21. Hebu mtu aweze kutusomea. Tano. Akamzaa Metusela. Enoku akaenda pamoja na nani?
na Mungu. Baada ya kumzaa Metusela akaishi miaka 300, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Enoch ni miaka 365. Enoch akaenda pamoja na nani? Na Mungu. Naye akatoweka, maana Mungu alimtua. Kwa hivyo, as I said earlier, unapozungumza sentence moja kuhusu Enoch, mbele yake unapata response ya Mungu kwa hivyo katika maisha yake ilikuwa ni yeye na Mungu, ilikuwa ni yeye na Mungu. Labda mambo machache basics ambayo pia ni ya muhimu kuelewa ni kwamba watu wengi wanapozungumza kuhusu maisha ya Enoch, they don't mention much about his family, na hata sio wengi wanaelewa kwamba either Enoch alikuwa na mke ama hakuwa na mke. Lakini kulingana na Genesis chapter 5:21 inathibitisha kwamba Enoch alikuwa na familia. He was a family person, kwa sababu mtoto anatajwa ambaye anaitwa Metusela. Whoever lived the longest period aliishi 969 years. Huyu mtoto wa Enoch kwa Biblia mzima yeye ndiye aliishi muda mrefu zaidi. Enoch alioa between 60 akiwa umri wa miaka 64 mwanzo na mwisho. Alioa between that time. The age of the marriage of Enoch was between early 64 and the late 64. Kwa sababu at the age of 65 alipata mtoto wa kwanza ambaye anaitwa Metusela, na mimba inakaa kwa mama miezi 9 unless ije mapema kidogo kama mama amepata shida kidogo, lakini the normal one is 9 months. Kwa hivyo Enoch alioa between the age of 64 years. Lakini hiyo tena isiwasumbue sana kwamba alioa akiwa over age. So he married between 64 and 65. Cha msingi ni kwamba unapoangalia maisha yake akiwa kijana alitembea na nani? Na Mungu. While he was a youth, he was walking with God. Because immediately after his marriage, amekipata mtoto wa kwanza, bado tunaambiwa aliendelea kutembea na Mungu. Later in his life, after 300 years, bado kitu unaona katikati ni kutembea na nani? Na Mungu. So entire life of Enoch was a walk with God. He walked with God. So Enoch's life was a life of a walk with God. So in other words, maisha yake yote alitengeneza ripoti ambayo ilikuwa namna gani? Nzuri. So he lived developing a good report. He lived developing a good report. Alafu pia mtu anaweza sema kwamba kwa sababu unajua nyinyi mkiishi kwa town hapa, town iko na mambo mengi. Town iko na ulevi, town iko na bar, town iko na restaurants nyingi hapa. Town inaweza kukunyang'anya mke, town inaweza kukunyang'anya mume. Unaweza toka mbali kutoka Nairobi mpaka hapa. Wote mnafundisha hapa town. Town inaweza kukunyang'anya mume. Unajua town nayo iko na mambo mengi sana. Town iko na ulevi. Town iko na mixed social life. You can find it in town. Sasa mtu anaweza uliza swali, je, Enoch aliishi kipindi
ambacho kilikuwa namna gani. I even don't know how you understand about what time Enoch was living. Kwa sababu unaweza sema okorana ga mete chinga kichingia into chitomenyete ngakichere ne chimbe. Unapoona unapoongea kuhusu watoto, malezi ya watoto, echi abayibuli abo barenge korumaega igo egenta minute ngakichiarenge chingia ige chitolenga kichire chinkong. So according to your understanding, what do you think, how was time that Enoch was living? What is your thinking? Echiarenge chingia usechiarenge chimbe chingia bande batebe chingia bande batebire chimbe. Genesis chapter 6 is a very good answer in that. Genesis chapter 6, maybe verse 1, 2, 3. Someone to read that. Hebu soma vizuri. When the human race had spread all over the world, and the daughters were being born, some of the heavenly beings, so that these young men were beautiful, so they took the ones they liked. Any sentence you can hear, even that sentence itself. So they took the ones they liked. Okay, as they were taking the ones they liked, you go ababa banyomba mbaro. Ngai banyora aba igana ende bate liked yabanga babanyora. Abagaka abana bangena. Mochando bwenjara ndoche nora simole. They took the ones they liked. Where did they find them? Etaoni yabu andos yambatebiga. Anyway, iwa gamine tinga musubati onde bwensi buna bale komera no musacha igana enda mukwania ngakyale gokora igakoira naende buna bagotigana nera chire buna korwali naende oyo bakomera nakomo ngakyale gokora igare koira nanya no musubati oli batigana noria naende oyo bakomera nakomo nere ngatibagokora igare koira. Abasacha abanyora tabana mpaka n'abana babo nyomba mukaya karo. That is the time when Enoch was living, so that anybody may not misunderstand the period that is being mentioned here. There was a competition. Omusacha abwata abana no munginoye nanda abwata abana n'enyaruka yaye. Abwata abana batatu n'enyaruka abwata abana no munginoye. There was competition in the house. Sister, brother. There was nothing like that. My Bible says the wickedness and the judgment of man. Now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born for them, to them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. They took wives. I even don't know how your version is saying. Who has a very different one? Who has good news? When human beings began, when human beings began to increase in number, and the earth, daughters were born. The sons of God, the sons of God saw. The daughters of humans were beautiful. The daughters of humans were beautiful. And they married. And of them. That's another one. They married. And of them. And of them. And of they married. Who was a very different one, which says a different thing. They married and of them.
That's according to that one. So, the time in which Enoch lived was the most wicked period. And even you also know, this is the time God said, I regret having created man. Neitiri ngakina tongete omuntu. Yasa agateba obanongo siri igasaku gions eke. But then in this period, two people I mentioned who stood firm amidst great wickedness. There is the report of Enoch. There's also slightly how Noah participated in this kind of wickedness in Genesis chapter 7 verses 7. Maybe someone to read that. That is not so much in part of my sermon, but also it can develop something with regard to the period Enoch was staying. Yes. Unasoma wapi? Verse 1. The Lord said to Noah, go into the boat with your whole family. I have counted that you are the only one in the whole world who does what is right. You see, this is now after the translation of Enoch. Amidst wickedness, Enoch was translated. After his translation, wickedness ikagenda ko increase. Na ende bono muntu ndakamanya gotoko tigarete eretari anga kyarugwa. No. Yasaka mutebi na ende bono na aligere yirie ensengema. Na ende omuntu tigarete gweka ningo naye. Ukoro kuno so aso bwato aye naki n'abantu bawo. So Enoch igamenyete chingaki chile chiarenge most wicked. Kwa hivyo hata sisi hata tunapoishi katika tauni hii ya hapa Ugembo, you could be experiencing detailed wicked things hapa kwa town. But it's my privilege also to encourage you that amidst the vices and challenges in towns which challenge youths, which challenge young families, which challenge young parents, which challenge also elder parents by experiencing challenges of young people. But there is a good report that you are able still to develop a report amidst wickedness in towns. Hallelujah. Kwamba sio kwamba ukiishi sehemu ya mbaya utakuwa mbaya, but there will be pressure anyway. There will be pressure. There will be a lot of pressure for town. One of the pressures here in this town is market day on Sabbath. One of the big pressure of the town here, market day. Watu wakitoka hapa unapata mtu anakuletea vitu mpaka kwa nguo hapa, analeta mpaka kwa kifua hapa, anauza, analeta mpaka hapa. Na hiyo kitu analeta mpaka hapa ndiyo hakuna kwa nyumba, na unatoka kanisa. Na kuna sadaka ilibaki, na ameleta mpaka kwa mkono hapa. Sasa ni lazima usubiri mpaka jioni, mpaka ukuje kurudi tena kununua hiyo, ama unachukua tu, maana hata hakuna mtu anakuona, na hata hivi unaishi town. Hata hivyo si hata unaishi wapi? Town. So developing a good report and its end results. Enoch was able to develop a good report amidst wickedness. He was able to develop a good report. Na Biblia inasema kwamba akapotea, hakatoweka, akapotea.
watu wakamtafuta Enoch, wakatafutwa, baadaye ndipo walikuja kugundua kwamba yule mtu alienda wapi. Labda swali lingine niulize hivi, huyu Enoch alipokuwa anatembea na Mungu, je, alikuwa anajumuika na watu wa jamii ama alijificha? Alijificha ama alijumuika na watu wengine? What do you think? Alijumuika na watu wengine? So walking with God is not closing yourself in the house. He worked with the people. By the way, Enoch was a good business person. Enoch was a good farmer. Enoch alikuwa na zile ndume zinalima nyingi. Kwa hivyo he was a great farmer during his time. He was a citizen person. Yeye alichangamana na watu wengine wakati wake. Lakini pia ukisoma Patriarchs and Prophets inasema kwamba Enoch alipenda kwenda kando. Alipenda kwenda kando ili atafute Mungu, ili aonyeshe Mungu kama ingewezekana amechangamana na watu na tabia yake imekuwa influenced, alikuwa anajitakasa kila wakati. So he was a prayerful person. He was a prayerful person, and therefore he was able to stand amidst this time by walking with God. When you check the book, as I've said, Patriarchs and Prophets, page 84, page 85 actually, Ellen White says, Enoch was to walk with God, was not in a trance or a vision, but in all the duties of his daily life, he walked with God. He did not become a hermit, shutting himself entirely from the world, for he had a work to do for God in the world, in the family, and in his intercourse with men, as a husband and a father, a friend, a citizen. He was a steadfast and unwavering servant of the Lord. Hallelujah. Igarengo muntu ulimeyete n'aba inyoro, omenyete n'abantu bayenka, omenyete n'abamura bamwabo, omenyete n'abana baye, lakini amusigete orori Nyasaye. Amusigete Nyasaye. Enoch was a man of strong and highly cultivated mind and extensive knowledge. You see also in town, one of what also you can find in town is people extensive in knowledge, learned people, professors, principals, head of institutions in towns, professionals of all kinds. Lakini kitu kingine utapata kwa town, watu Kristo uko katikati. Ukristo uko katikati. Katikati. Not very committed. Sengencho chingagichinde ebiashara. Unajua kama business is very tempting. Wengine wanaenda Mombasa, wanazikwa chini, wanatoka kwa mafumbi baada ya kuzikwa siku kama 3-7, wanatoka chini, wanamwagiwa maji y'ebisyo, amaji yo kuchikolende biashara, ba kuna maguta bono bayira na se biashara, bone biashara byabere protected. Bono umuntu nabakogenda Mombasa omongera mukomo uri mongera ngai bono mugakaka aya nasugeta nachakoreki nachacha onyo no mulisio kabiri nachietake nakoreki usoro mulisio manene omulisi nachietasi ni nachakoreki no hali nachacha bono mulisi mwanyoro okiri bombo sibigu na macha yebisio koreki na maguto koreki wakirwe yokorende biashara bono no hali itukole pasaka lya ikire na role duty wana na gento kike e pasaka kyale sabali na rubiko yamanyete
Nerabie ko chiete. Nerabie ko iranire. Mwanya wabona kirori kinde mukipanda kama magari mengine. Kwanyoreke busike bekira igabosi ase steering. Wake busike sungire. Aya wakageranga na maridadi tali yandi. Eke busike kiarure Mombasa ekerende tegereke. Hebi asara. Kerende tama kweli tacha. Obase gotige bintu bire muriru. Heke busikerende te mochi. Now these are unique things you can find in people growing in economy. That's very unique things. Bantu mbali korara, bantu mane mbali korara maete. Aye kerora ire, bantu mane ngai bakara ire. Mombasa. Bantu mane mbali bakorangeliwa. Bago chabacha gusibye mechi. Botuko bokia bago sibye mechi bako beke bintu geita bako beke binta setu kaisiko bako beke binta somorangwa. Ekere bintu bitu ke birendire. About Enoch. Enoch was a learned person actually of his time. Enoch was a man of strong, highly cultivated mind, extensive knowledge. He was honored with a special revelation from God, yet being in constant communion with the heaven, with a sense of the divine greatness and the perfection ever before him. He was one of the humblest of men. The closer the connection with God, the deeper was the sense of his own weakness and imperfection. And therefore, Enoch had a closer connection with God. He had a closer connection with God. And this is what the Bible summarizes by saying Enoch walked with God. His mind was ever close with God. Ange na Nyasaye. Arengo mwegenwa ase Nyasaye. In town, one challenge also you can meet in town, faithfulness in tithe is also a big challenge. Faithfulness in returning. You see, in town, people are engaged in investment. People are busy. People have priorities. Pono kero ko motebinga na ende kabo mwigi no ase Nyasaye kuminga. Pono nkeri kinta buati. Pono kero ko tebanyegi ni Nyasaye. Tayale basi no iri guru nere kurwa eko connect Mombasa yagenda Mwanza. Pono ko teba mwigi ni Nyasaye. Tayale no kero nta mwigi ni tie basi no ko teki basi no iri. Pono ndochi na ende bali bako genda taraleta no nyine nyange. Pono Yung mukanga mwate bya mwigi ne Nyasaye ninchede ne basi kokona giti Mwanza useno uli otaratwara kindi. That was not a big business with Enoch. Enoch was a great farmer. Enoch was very rich. Enoch was learned. Enoch had extensive mind and knowledge, but Enoch had a closer connection with God. What was the end result? What was the end result? And tulisoma hiyo. The Bible says God took him. End result. So ninki yako bero monte kera gutara na Nyasaye. Ninki yako mubero mwali oye. Na acha konyoro bugima bwali riri bwakare nakare. Enoch is a prophetic figure. Tuko na watu wawili who are prophetic in the Old Testament. Tuko na mtu anayeitwa Moses. Baada ya kutembea na Mungu alikufa. Kaburi yake ikatoweka. Baadaye akapelekwa mbinguni. Kwa hivyo akiwa mbinguni anasimamia wale ambao watalala tena wafufuliwe. Enoch is also prophetic figure. Kwa sababu anasimamia wale ambao hawatapita kwa mauti kabla wafike mbinguni. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kutembea na Mungu. Hata ukilala kwa maisha haya,
Yesu akirudi unafanya nini? Unafufuliwa. Hata kama hutalala, Yesu akirudi tena unabadilishwa, unapewa mwili mpya. Unaweza kuimba wimbo mpya wa Musa na mwana kondoo. Kwa hivyo unapotembea na Mungu katika mji wa ugembo, kuna nini? Kuna faida. Unaweza ona changamoto pale kwa nyumba chawa za watoto, nimesema hivyo. By the way, also niwapatie max, kwa sababu pia growing children in a town is not 1+1. It's not 1+1 anyway. It's not 1+1. Mtoto anatoka tu hivi 5 minutes mimba imepatikana. 5 minutes, just 5 minutes. Anazunguka tu hivi kwa corridor, amerudi ako na mimba hapa na mnakula kwa meza na anasema nilitoka tu kwa barabara. Amerudi. So growing children in town is not 1+1. But still the Bible says you can still walk with God in town. Because Enoch lived most wicked time and yet he walked with God. A walk with God, according to Enoch, refers to 3 things. Number 1, his heart was in harmony with God. Number 2, he was earnest and devoted to Christian living. He was earnest and devoted to Christian living. Kwa hivyo, my beloved principles, nimewapenda sana and other professionals, lakini pia nimejua principles kidogo na marafiki wangu wengine walimu na wengine. You are not wasting time by devoting your time in church. Hallelujah. Abalimu aba omache nga yolete nani? Iyo macha obo kimachi kotorose imane gari mbiya mono abalimu abanene tenna principles tenna na ya director tenna atena intumba mbaya magisi. Any head of institution here just stand. Any head of institution, any other institution. Abashiriki amwe karanse tari mu banda abanene bago paki kigari cyabo kinene. Kinsabu neki ngaya page tiega tari ase restaurant. Abo ase restaurant yo korengi mabu igaro echeche. Aya, tendo mwalisi ya karate na. Just the stand. Principles hao wakienda restauranti. Muyule msichana wa restauranti. Ekera kumusabebesa. Ngomo tebiare nga tinda egwa tinda nyora. Ako mwane kebeti bwerusi. Ase restaurant. Principle tari kurusi besa enane. Igako moise kori nga irago cyabo karaki Rusia. Bano moise kori ogendo Rusia elibu. Ahora arusi 40 kwanza change 40 ora arusi 40 ogacha. Omanya ko yana gocha matebi kiri bwibere chikwaba golere chipia kiri bwibere na goreki na arusi. Lakini ini igamwa in essence amanyenga chibese chaye kira 40 ara goreki ara Rusia. Magisi. Other professionals, may you stand. Other professionals, just stand. Other professionals, Montonde Buensi or so meto legas, Terena. I will meet him. Just stand. Professionals, Rabang and I go good. Yes, I got quite a go Konya, Cornetia, Mototen. Ntanye sawa. Ambatebiga niwaambie tu Mungu anapendezwa jinsi mmejificha kanisani. Haleluya. Mungu anapendezwa jinsi mmekuja kujificha kanisani. Kwa sababu watu wengine wanajificha elsewhere and it's very dangerous. Just get seated. Embrace developing a report.
a walk with God. Embrace developing a report. And there will be a good end result. Enoch with developing of a report, he embraced these three things. His heart was in harmony with God. Number 2, he was honest and devoted to Christian living. Honest and devoted. The last one, number 3, he embraced doing the will of God. He embraced doing the will of God. Yani gento kiarenge komo kia ne kerago koro wanja kwangu kwa Nyasaye. Kerago koro wanja kwa Nyasaye. Aya noga ni ori ke report yengi ya kore taunia. Kuna mokaranse teiga. Bagakaba. Kisime cheino. Chi message kirone cyo mongino cyo. Bagakaba buna mureiga. Chi message teri abende ntindi ge gote ko ondita yabo konya gotome text ngam to nyore tikangana koreke. Pastor otara kore samon kangana koreke. Wano mokori gasio sokaga bote bio mongino yenga na chireiga. Omo drive nga kire siminge gari yabune tekyo mano ere gara kibosongo tiganda koraki tandamo. Kumbe montereba tari yande bosongo ingomorange iri ngajago chikote bara report bosongo imada mugete ya murange iri nere gako motebi ngaya tiganda parasio mongino na ke gagenda nyomba na koreki na chire ige mirimo y'abangina babanyombe mirimo yabane yo balance uwa emiremende yo develop ki report ya menene ngaye kigokorwa. So in the towns you can get wickedness in secret places and secret corridors, but I'm here encouraging members that we can develop a report, write a good report, be honest, do the will of God, be committed, always our hearts be in harmony with God. Na mwana kondo iga gasi tawo bana baria beka marunse basabiri bana bari bago cyanda neki mono konywa na yana beka marunse tangeria bari siguche nyumba na bari stogende neibugu sabereme chi family in our towns. Our towns are attacked. They are worshipping same gender marriages, hata sikuwa naelewa hivi vitu iko hivyo. Mimi hata nikiona social media I've never believed these things. Eldorenge tukienda Arusha just recently mwezi wa November tumeenda Arusha. Pastor Okindo had a big all Africa religious liberty workshop and the leaders were to attend and we attended. Alia sena ale korara ase restaurant sena ale korara erumu yane yega opposite murangu yo moina no moiseke orenge orete to moise kondo para 3 days o moise kondi orete to moise konda bunande erumu ye no moise konde na nyome to moise konde aralia moina njena nonyengo some bintebi. I've never even understood whether they are true. I've never. I thought it was just guesswork. Mbake kero na ina boya basa kombolinga. How did you know? But that is what it is. Eta bangina chisabu che bangina chechi nyinge sana ngobona kya kwata kamanya. Lakini bono na manyeta ni way na kore teki igon kare koro stance ege na ditim bare tere stress
igongale korwe stance nkale konyora mu muroyo tori sibe tiaiga astwale korika chikadi cyo basoye kirumu oretire ndagera kumbe barabumba ariko kiwe serve yabako saviwa such kind of characters they don't appear in public awaendi huko kuserve public restaurant hapa wanapelekewa chakula huko bona linkale gocha nchenga yitwaragire kwa yerankale gocha nkale konyora kumbe bakoreterwa bono bogo kumia sana igobono yo baretera no mumura lakini abo akoretera na abaisike babiri banyomaine aiga sel na abaisike bamba kana na abayiboli. This is Arusha town. You see, this is towns challenges facing parents in towns. Young girls marrying each other, a girl plus a girl. Bako nyoma na bagenda bakane room bararoro banyoma in 2 days 1 day. Abandi bakuruki school bahetere restaurants yabaiseke banyoma no bacha mambi yaye. Usaba mura na bamura banyoma no bacha mambi yaye. Ama tokotole na arari arengenga kiyabano. Emambi nemagoroba totale na Nyasaye sokobeka chi family cheito asobusi bwangu wa Nyasaye. Otherwise the church is under attack. We are not safe. Let us always walk with ntobasa kwebisasi chibesa. Tobasa kwebi ngani mbwate chibesa. Ngani mbwate rolingo runde. Ngani mbwate emongino no murabu. Ala tika namanganayi. Amangana yo kueba chaga bunga kisomongino no murabu. Gese ara tika manganayi ya. Tika namanganayi. No maite no murabu. Aina tari aibe ko maite no murabu akarate. Tari aibe. Aye gente kenene mobe ko mongino yo murabu asobusi bwangu. Wa Nyasaye. Kera hace oscuro hago son. No hay príncipe neta te como sabusa. Príncipe neta te hago aquí. Nadie go cargo te van a tomar grande aquí. No muero. Developing a good report in our towns and the results will meet Jesus when he comes. Ntomera na Yesu ntorike yatwarikire reporting ya finally read for me this text that is Revelation 22 verses 12 and 14. Revelation 22 verse 12 and 14. Ligere lya ninchiche bwangu ndeta na ngeri ya namona nje ningekero monto abuna amenyete taoni buna okara kwa wakarteki 14 mbase senirie abago cyana cyanga cyabo mbae welibaka. English verse 14 English. Yes, happy are and will be, happy are those and will be those who, yes, those who wash their robes. Happy are those who wash their robes. They will have a right to the fruits of life and also the gates of heaven and the gates to the city. Eganga ya itenene tali challenges chitogo etabona. They are there. No achire. You cannot write them and finish them. They are there. Abasubati bakonywa marua and abantu bakogende kanisa. Those are things which are there. Abagaka bakonywa and bagoche kanisa. Those are things which are there. Lakini ukuyatebire mbaseseniri abagenda to struggle to ensure their characters become pure. Props are characters. Those who are struggling, it's not just this business. Those who are struggling. So in the Ogembo town, it is my pleasure to encourage you as we begin working the year. The year is not going to be very smooth. Diseases are there. Deaths are experienced. Vices are increasing in towns. Divorce rates are increasing in towns and other more challenges.
Torike report engiya asobosi wa Nyasaye gatumenye tasense. Haleluya. Kero Yesu arache totero gotera kwa musanaki ne manu yengondi. Abana bari bamuteiribe. Come for that closing song and then we pray. Atazaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, jina lake Immanueli, atakaye komboa dunia kutoka mauti ya dhambi zake. Malaika akapeleka ujumbe kuwa mwana atazaliwa katika nyumba ya Daudi, atakaye komboa dunia. Tazama, mwana atazaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, jina lake Immanueli, atakaye komboa dunia kutoka mauti ya dhambi zake. Malaika akapeleka ujumbe kuwa mwana atazaliwa katika nyumba ya Daudi, atakaye komboa dunia. Shamba shamba dhambi zako sasa leo hakuita. Epuka na mambo ya ibilisi, ukarudi zizini mwake. Kijana, tenda kazi alokupa, bado siku hazijaja mbaya. Utakaposema sina raha katika haya ya dunia, watu wa Beroya walikuwa waungwana zaidi kuliko watu wa Thesalonike. Waliyachunguza maandiko kila siku na walimwamini Mungu, hawakutaka vurugu, walitafuta amani. Hukutambua habari kuhusu watu wa Beroya walikuwa waungwana zaidi kuliko watu wa Thesalonike. Waliyachunguza maandiko kila siku na walimwamini Mungu, hawakutaka vurugu, walitafuta amani. Hapa ndipo pahali pema na nifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Hapa ndipo pahali pa kuwa Waberoya ni watu wa amani. Tuishi kwa upendo, amani na umoja, tuchuchumilie wokovu, bado hatujafika safarini. Hapa ndipo pahali pema na nifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa
Bwana. Hapa ndipo pahali pa kuwa wameroya, ni watu wa amani. Tuishi kwa upendo, amani na umoja. Tuchuchumilie wokovu, bado hatujafika safarini. Ninaomba neno moja, nalo ndilo nitalitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, nione uzuri wake na kutafakari hekaluni mwake. Kama Daudi ninaomba neno moja, nalo ndilo nitalitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, nione uzuri wake na kutafakari hekaluni mwake. Hapa ndipo mahali pema, na nifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Hapa ndipo mahali pa kuwa wameroya, ni watu wa amani. Tuishi kwa upendo, amani na umoja. Tuchuchumilie wokovu, bado hatujafika safarini. Hapa ndipo pahali pema, na nifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Hapa ndipo pahali pa kuwa wameroya, ni watu wa amani. Tuishi kwa upendo, amani na umoja. Tuchuchumilie wokovu, bado hatujafika safarini. Hapa ndipo pahali pema, na nifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Hapa ndipo pahali pa kuwa wameroya, ni watu wa amani. Tuishi kwa upendo, amani na umoja. Tuchuchumilie wokovu, bado hatujafika safarini. Hapa ndipo pahali pema, na nifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Hapa ndipo pahali pa kuwa wameroya, ni watu wa amani. Tuishi kwa upendo, amani na umoja. Tuchuchumilie wokovu, bado hatujafika safarini. Haleluya. Biyamana sana wasomo wa manene. You are so good looking. Moko wa ebisio. Maite, you also came to bless their ground. Inde koranga bantu baracha na bagocha baba iro rocha babatizo. Na bagonya gocha bakubatizo. Kera bona barasa maji. Nani sababu nero mundaku kwenye nai? Nikuita tu pasta hata jioni tunabatizwa hapa. Ni kanisa ni kama inaonekana itajaa sana. Maana vile wako hivi, kila mmoja akitoka alete mtu, alete mtu, si watajaa. That's a good spirit. I like it. Ende ritu alenge na principal macha alibencho na kwetu sinabate sauti ya ratera busi. Lakini wana moroche bana serious. Yono chenga na bora moro principal, lakini omotigerega ega. Omotigere suti ye kwaya. Lakini o principal rabo onya koina. I really like the kind of commitment. That is how Enoch was. He left everything else. He was busy kwa occupation ya kila siku, lakini hakuruhusu hiyo ichukue his relationship, personal relationship with God. Na hiyo ndio tunawaachia hapa. Kwa hivyo
nari kuburi mbarega mukuburia mwana tokonye twins turi ke report ingi yage tore moyo biya mono tutena so gusaba twasabire mu karansa make statement. Leo tumefanya ibada pamoja ya kwanza mwaka katika kanisa mpya, na tumeona hakika jinsi Roho anagusa kanisa hili ambalo limetukaribisha hapa. Wako na ule moyo wa kufanya kazi kwa nguvu, hata tunapotembea katika safari ngumu, lakini tunaomba kwamba majaribu yoyote yale yasije yakawalemea mpaka tena mwingine akachukua katika safari hii. Tumesimama sisi wote katika umati huu kwa sababu hata mahali tunaishi town, changamoto ni nyingi, mpaka soko ambayo inafanywa Sabato, na ni lazima kuna washiriki inawasumbua, kwa sababu tukipita kwenda kwa nyumba unapita kwa vitu vinauzwa na vingine haviko kwa nyumba vinahitajika, pamoja na mambo mengi ambayo yanakuwa kwa mji wa town. Tunawaombea pressures nyingi zinapokuja, social pressures za watoto, za ulevi, uweze kusimama na wao, utembee na wao, moyo wao kila wakati utembee na wewe, waweze kwa watu wa bidii, honest and steadfast katika kusoma, katika Ukristo, kila wakati wafurahi katika kutenda matendo ya mapenzi yako, that they may embrace your will every moment individually. Tunapokuwa katika uongozi wa kanisa, nyakati ni ngumu, tunaombea kanisa la Wasabato ulimwenguni kwamba kwa sababu umetuita kuwa nuru, uweze kutuwezesha hayo yaweze kuonekana katika maisha yetu. Ninaombea familia mbalimbali hapa, kwa changamoto ambazo ziko katika kila familia, za watoto na zingine, washike mkono na wawe washindi. Ninaombea wafanyakazi, wasimamizi katika mashule na taasisi zingine. Ile kazi wanayofanya ni kazi ya muhimu, lakini isije ikachukua nafasi ya kuona uso wako unaporudi. Wanapofanya hiyo kazi, wewe uwe mbele. Ninaombea kila mmoja kuchukua tabia ya Enoch, kwa sababu alitembea na wewe. Na waombea wawe washindi, ili tukuje kuonana ile siku tukiimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo. Hatuwezi kuacha kukumbuka familia ambazo zimefiwa, kwa sababu pia wanatuhitaji tuwatie nguvu, hasa kifo ambacho kimetokea katika wiki hii. Washike mkono wenzetu uweze kutembea na hizo familia. Mapenzi yako yazidi kwa pamoja nasi. Washiriki hawa kila mmoja usike kwa kasi yako, kama ni matoleo, kama ni tabia, kama ni kujenga, kila mmoja usike, kwa sababu unarudi. Upendo wako mwingi utembee nasi. Tunaombea kazi yako iweze kuwa kazi kubwa, fili yetu iweze kukua sana, iwe conference. Niombi katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu, amen. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane.